Mnawaambia aje? Nyakoiba mkimbie. Nyakoiba. Wanapotoka Kenyenya Central wako nyuma yao. Nyakoiba sijawapata. Wanapofika ubeti wa mwisho Kenyenya tukue nyuma yao, sababu kwaya ni nyingi tuweze kutunza muda wetu. Ajabu pendo lake, twende. Ajabu pendo lake, pendo lililo kuu, pendo lisilo mwisho, lidumulo milele, lililo nitafuta ingawa sikumpenda, katika wenye dhambi ndimi mkuu wao, ila Yesu akaja, kwa dhambi alikufa, akamimina damu ni upate uzima. Ajabu pendo lake, pendo lililo kuu, pendo lisilo mwisho, lidumulo milele, lililo nitafuta ingawa sikumpenda. Emenwa ya
Kenyenya Central karibia. Tuchingia wakati Kenyenya Central. Choir. Kenyenya Central Church Choir. Church Choir. Kenyenya Central Church Choir. Kuje kwa wakati, kuja wakati. Kenyenya Main nyuma yao. Wakifika stanza ya mwisho, wakikaribia mkuje Kenyenya Main. Nimeamua kuifanya kazi yake Bwana Mungu, kuhubiri neno lake katika ulimwengu wote, japo kwa shida, japo kwa raha, sitaogopa. Najua Mungu yuko nami, nitasonga mbele. Nimeamua kuifanya kazi yake Bwana Mungu, kuhubiri neno lake katika ulimwengu wote, japo kwa shida, japo kwa raha, sitaogopa. Najua Mungu yuko nami, nitasonga mbele. Hakuna kitakachonitenga na upendo wake Yesu. Japo mateso na majaribu mengi nitavumilia, sitachoka kueneza neno lake duniani kote. Ninaamini baada ya safari nitavikwa taji. Hakuna kitakachonitenga na upendo wake Yesu. Japo mateso na majaribu mengi nitavumilia, sitachoka kueneza neno lake duniani kote. Ninaamini baada ya safari nitavikwa taji. Japo marafiki wangu wote waniseme vibaya na kunicheka kwa kazi ya Mungu, sitawaogopa. Nitaendelea mbele daima, nikimtegemea Bwana Yesu Mwokozi wangu, anitiaye nguvu. Japo marafiki wangu wote waniseme vibaya na kunicheka kwa Kenyenya Main kanyago Taragocha. sitawaogopa. Nitaendelea mbele daima, nikimtegemea Bwana Yesu Mwokozi wangu, anitiaye nguvu. Hakuna kitakachonitenga na upendo wake Yesu. Japo mateso na majaribu mengi nitavumilia, sitachoka kueneza neno lake duniani kote. Ninaamini baada
Hakuna kitakachonitenga na upendo wake Yesu. Japo mateso na majaribu mengi nitavumilia, sitachoka kueneza neno lake duniani kote. Ninaamini baada ya safari nitavikwa taji. Hakuna kitakachonitenga na upendo wake Yesu. Japo mateso na majaribu mengi nitavumilia, sitachoka kueneza neno lake duniani kote. Ninaamini baada ya safari nitavikwa taji. Hakuna kitakachonitenga na upendo wake Yesu. Japo mateso na majaribu mengi nitavumilia, sitachoka kueneza neno lake duniani kote. Ninaamini baada ya safari nitavikwa taji. Hakuna kitakachonitenga na upendo wake Yesu. Japo mateso na majaribu mengi nitavumilia, sitachoka kueneza neno lake duniani kote. Ninaamini baada ya safari nitavikwa taji. Amina. Watatu, kuna Magena Main, kuna Magena Gospel, kuna Celestial na kuna vingine sikumbuki. Nyabine. Karibuni sana wageni wetu, na kwa sababu ninyi ni wageni wetu, kwa leo mtaweza kumtukuza Mungu kwa wakati mwingi, manake kwaya zingine zimekuwa hapa. Hii kwaya iliyo hapa mbele yetu inapomaliza tutaweza kuingia katika kipindi cha familia. Karibuni sana. Aliwateule ni wengi, aliwateule
kikubwa kwa kukosa nguo ya harusi, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Walipoingia harusini, mfalume kwa mbali kamwona mtu asiyekuwa na nguo ya harusi, kamvua tupe nje, ya harusi kamvua tupe nje. Itakuwa kilio kikubwa kwa kukosa nguo ya harusi, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Itakuwa kilio kikubwa kwa kukosa nguo ya harusi, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Basi ndugu yangu uliye hapa, jiandae kwa imani yako. Yesu akija watuchukue kwa makao yake ya milele, kwa makao yake ya milele. Itakuwa kilio kikubwa kwa kukosa nguo ya harusi, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Itakuwa kilio kikubwa kwa kukosa nguo ya harusi, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Amen. Naomba tuweze kusimama na wimbo nambari 199, 199 stanza ya kwanza na chorus. Naomba tusimame. Upendo ni furaha, ni kweli desturi. Twende. Upendo ni furaha, ni kweli desturi yake kuzisahihisha njia zetu zote. Yupendo tu watoto wake, yupendo Yesu mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Tuombe. Baba na Mungu wetu, tuna kila sababu ya kulinua jina lako, kwa maana kwa hakika umekuwa mwema na mwaminifu kwa kila mmoja wetu. Umbali huu katika kiwanja hiki tumeona mkono wako siku zilizopita, na hata tunaendelea kuomba ya kwamba uwepo wako uwe katika mahali hapa. Asante kwa sababu ya neno lako bala watoto wako wamelipata katika mji huu. Tena siku ya leo tumekuja tukinyenyekea sana, tukiwa na furaha toka kwa mioyo yetu kulipokea neno
litakaloletwa na mtumishi wako Dr. Rose Misati. Bwana, tunaomba ya kwamba umtumie sasa anaposimama mbele ya watoto wako kuleta kipindi cha familia. Hebu umpe maneno mwafaka atakayoyatumia, ili Yesu atakapokuwa anazungumza mwisho wa kipindi hiki, hata kama kuna uwezekano ya kwamba familia zingine zimezambaratika, zingine hamna amani, zingine ni vita, uweze kujidhihirisha kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu utakuwa mwaminifu. Linda kiwanja hiki, tuzingire na utufunike na damu ya Yesu Kristo. Malaika wako tukufu walinde kila mmoja wetu, na hatimaye mwisho wa vipindi vyote vya siku ya leo, kila mmoja atoke hapa akisema, kwa hakika nimekutana na Mungu na muumba wa maisha yangu. Asante kwa maana utatenda, kwa sababu tumeomba kupitia kwa jina safi la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Asante sana Pastor Brian kwa maombi. Sasa tutaingia katika somo letu la leo la Family Life, somo la kifamilia. Na leo tunaangalia vile tunaweza kukaa kama in-laws. Sijui in-laws tunasema ni wakwe ama co-in-laws, vile tunaweza kuishi, mother-in-law, daughter-in-law, father-in-law, son-in-law, vile tunaweza kuishi. Na kabla tuingie kwa somo la kitabu cha Hesabu, kitabu cha Numbers, ni chapter ni 12. Ningependa tufunguliwe. Kabla ya kusoma, ningependa kuwaelezea hadithi fulani ilitendeka pale kwetu. Kulikuwa familia moja, walikuwa na watoto wasichana kadhaa na walikuwa na kijana mmoja. Kijana alipata kazi, akaenda kufanya kazi yake. Alikuwa pengine ni askari ama ni army, alikuwa anafanya kazi upande wa mbali, Nairobi ama mbali. Ule kijana alifanya kazi miaka kadhaa, wakasikia nyumbani ya kwamba kijana amegonjeka. Na wakati huo ni wakati wa mwanzo watu walipokuwa wanapata ugonjwa wa ukimwi, hakukuwa na dawa. Kwa hivyo walipokuwa wamegonjeka, wanapimwa, wanapatikana wako HIV positive, wanatumwa nyumbani, wanakuja nyumbani, wanafariki. Kwa hivyo huyo kijana, the only son in this family, akapatikana ako HIV positive na akatumwa nyumbani akuje kupumzika na pengine kukula na kukaa na familia yake, kwa sababu ukimwi haikuwa na kinga na tiba. Tiba. There were no ARVs at the time. So this son, kijana akarudi nyumbani, na mama akaangalia akaona hakuna vile naweza poteza huyu mtoto wangu peke yake, wa pekee, a son, akifariki sina wajukuu, wasichana wameolewa. Akaulizia akasikia kwamba kuna familia fulani. Hiyo familia walikuwa karibu na kwetu, walikuwa na msichana wao mrembo sana. Huyo msichana alikuwa amejifungua akiwa teenager, akiwa pengine ni primary ama ni high school, sikumbuki, lakini alikuwa amefikisha watoto wawili, ako nyumbani, na ni msichana alikuwa mrembo zaidi. Mama akakuja, akafunga safari, akaongea na huyo msichana, akamwambia niko na kijana wangu alikuwa anafanya kazi Nairobi, kwa sasa ako nyumbani na namtafutia bibi. Huyo msichana alikuwa na mtoto mvulana na mtoto msichana. Na msichana kusikia this is the only son in the family, akakubali, akachukuliwa. Na wazazi wa msichana pia wakakubali. Lakini kuna jambo moja ule mama hakusema kwamba kijana wake amegonjeka, ako HIV positive. Ule msichana alienda na watoto wake, miezi michache, sijui kama ilifikia mwaka, ule kijana alifariki. Na ule msichana akaanza pia kugonjeka. Alipopimwa akapatikana ule msichana ako HIV positive. So kijana amefariki, amezikwa. Wazazi wanaendelea kuzeeka, hawana nguvu. Ule msichana ako na watoto analea. Alipogonjeka zaidi, wale wazazi wa kijana hawangemlea, wakamleta kwao. Ule msichana akakuja kwao. Alipokuja kwao amegonjeka zaidi. Wakati huo kulikuwa na ile stigma sana ya HIV.
Vile alirudishwa kwao, akajengewa, akatengwa mahali hivi kando kwa kanyumba tu fulani hivi. Vyombo zake ziko pale, hakuna mtu angeweza kumgusa. Siku chache, pengine miezi hivi, na yeye alifariki. Ule msichana alipofariki, alizikwa kwao. Wale watoto, ile familia ya mvulana walianza kuclaim wale watoto. Lakini ningependa kusema kwamba watoto walienda na wakasoma. Grandparents, wazazi wa msichana walikuwa ni wazazi, walikuwa wakazi, walikuwa wameretire, lakini wako na mali kidogo. Wakaweza kuelimisha wale watoto. Ule kijana vile nasikia saa hii yako sawa, ako na familia, anafanya kazi, lakini ule mtoto msichana maisha yake haikuendelea vizuri. Na yeye pia alienda akaolewa tu vile mamake alikuwa ameolewa. Nakumbuka wakati wa mazishi ya huyo msichana, mzee mmoja alisimama akauliza, wewe kama mzazi ukijua ya kwamba ng'ombe wako amegonjeka, kwa nini uuzie mtu ile nyama ya ule ng'ombe mwenye amegonjeka na ule mtu akule hiyo nyama na afariki? Pengine wewe hujafanya hivyo kama mzazi, lakini ni mara ngapi huwa tuko na mtoto wetu, mtoto mvulana example, na huyo mtoto unajua si mtoto straight, unajua ni mtoto anatumia madawa na kunywa pombe, ni mtoto wa vita, na unamtafutia msichana wa mwenyewe kwa sababu ule msichana alipata mtoto akiwa mdogo, na unamleta na unasema huyu msichana yeye atasaidia kijana wangu aingie kwa Kristo, na wewe hujaweza kufanya hivyo. Na ule msichana akikwambia complaints ya kwamba ule mtoto wako mvulana anampiga, unamwambia ni wewe, fitina ni wewe, hiyo mdomo wewe, ukate mdomo, wewe ndio unafanya kijana wangu akupige. Pengine ungekuwa unaomba zaidi, huyo kijana yangu angekuwa sahihi, ako sawa. Wewe umepiga makelele, umemfanya akue hivyo. Swali niliuliza last week, sijui ni Thursday ama ni siku gani ama ni Monday. Niliuliza, huyo msichana angekuwa wako, ungekubali aolewe na huyo mvulana ako hivyo? Yale your daughter in law, ule msichana ameolewa na kijana yako, yale anapitia, na wewe unashinda ukimwambia omba, vumilia. Kama ni mtoto wako, ungemwambia avumilie ama ungemtoa haraka sana? Mara mingi sisi kama wazazi tunaona watoto wa wenyewe, tunaona ni kama they are not of value, hawana maana kama watoto wetu. Lakini leo Mungu anatuita sisi kama Wakristo tuangalie watoto wa wenyewe na wazazi wa wenyewe, tujue ni binadamu wenye wamependwa na Yesu na amekufa kwa sababu yao, na amemwaga damu yake msalabani kuokoa kila mtu. Na vile ule wako anakufanya usikie uchungu, hata ule wa mwenyewe ndiye anamfanya asikie uchungu. Kwa hivyo tusomewe Numbers chapter 12. Utaendelea tu kusoma hadi kwenye nitakwambia uweke tamati. Nani atatusomea kwa Kiswahili? Yangu ni ya Kizungu, ningependa tusomewe kwa Kiswahili. Numbers chapter 12. Mpatie Mike aweze kutusomea. Utaendelea kufuata na wewe ujizoesha kufungua Biblia pia, waangalie ndio tusome. Hilo somo kuna mambo mazito tutaweza kuchukua kutoka kwa hilo somo letu la leo. 12 verse. Hesabu 12 mstari wa ngapi? Anzia mstari wa kwanza uendelee tu hadi nikwambie uweke tamati. Asante. Kisha Miriamu na Aruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriamu na kuambia, tokeni nje nyinyi watatu, mwende hemani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriamu, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu,
mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wazi wazi wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi amukuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Hasira za Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema, na tazama, Miriamu akawa mwenye ukoma mweupe kama theluji. Aruni akamwangalia Miriamu, na tazama, yu mwenye ukoma. Kisha Arun akamwambia Musa, Bwana wangu, nakusihi sana, usituwekee dhambi juu yetu, kwa kuwa tumefanya ya upumbavu na kufanya dhambi. Nakusihi asiwe kama mmoja aliyekufa, ambaye nyama ya mwili wake nusu imelika hapo atokapo tumbo la mama yake. Musa akamulilia akasema, mpoze Bwana, Mungu, nakusihi sana. Bwana akamwambia Musa, je, kama baba yake angalimtemea mate usoni tu, hangaliona aibu muda wa siku 7? Na afungwe nje ya kambi muda wa siku 7. Kisha baada ya hayo ataletwa ndani tena. Basi Miriamu alifungwa nje ya kambi muda wa siku 7, wala watu hawakusafiri hata Miriamu alipoletwa ndani tena. Baada ya hayo watu wakasafiri kutoka Serothi, wakapanga kambi kati ya nyika ya Parani. Asante sana msomaji. Hayo ni maneno magumu, mazito zaidi. Minta mangana ina makongumono. Ebinto ogokorera abana banyomire gocha chinse itochi kamati ebinto togokora, abangina bagake ebinto togokora aina mangana marito. Bono tunyare kunyarigiriria mangana ayo. Miriamu na Aroni walisema vibaya juu ya bibi ya Musa. Alikuwa amefanya nini? Nki abakorerete. Ile shida, tatizo peke yake kwao alikuwa nayo, alikuwa mkushi. Mara mange ekero montanyo mirigo cha seitoro mokabira. Ngakitogo teba, di kabirelio, umokabirelio. Huwa tunaotenda maovu kwa sababu mtu ni kabila ingine ameolewa kwetu kwa familia yetu. Wakaongea vibaya juu ya Musa na bibi yake, kwa sababu alikuwa ameoa bibi mkushi. Na Biblia inasema kwamba Musa alikuwa mpole sana, na Musa alikuwa ndio firstborn son kwa hiyo familia. Aba muraba tangi mbakwanererero, firstborn sons iko shida kwa familia nyingi. Bibi unaoa bibi anakuwa ni kama bibi wa familia, na anakuwa ni bibi wa community, na anateseka. Na wewe unasimama kando unasema, ama ngana mubwate na tata na mama murebange, na wewe ndio umemuleta kwa familia yetu. Upole hautakusaidia. Wewe unafunika, protect bibi yako. In many families, firstborn sons anaoa, mke anateswa, mke anafukuzwa, na kila mtu anaona kwamba ni mke wake. Tuheshimu wale wameolewa kwa familia zetu. Wewe firstborn son, tafadhali ufunike bibi yako. Wewe na bibi yako mko kitu kimoja. You are one. You cannot ask, kama bibi yangu na mamangu wako na shida, mimi nichukue side gani? The day ulisema I do, ulichukua side ya bibi yako, ulichukua side ya bibi yako, upande wa bibi yako. Hata kama bibi yako ni Al-Shabaab, lazima umfunike, umprotect to other people. Mkiingia kwa bedroom yenu mulipuane, basi pale mtalipuana, lakini kule nje lazima usimame wima, uweze kuprotect your wife from your family, because you and your wife, you are one thing. Na Biblia inasema Bwana alichukizwa sana. God was very angry.
na Miriamu akapata ukoma. She got leprosy. Na unajiuliza, Miriamu na Aroni ndio walitenda makosa, lakini Miriamu ndiye alipata leprosy kwa sababu chikamati, sister-in-laws, wale tuko nyumbani tumesumbua mabibi wa ndugu zetu, na wazazi hawawezi simama kwa ukweli, kwa uaminifu, waseme ya kwamba hapa ni kwake, ameolewa, wewe mwenyewe ndio utajipanga. Kwa nini tunafanya hivyo? Miriam got leprosy, akapata ukoma kwa sababu ya hilo jambo alisema. Iko mtu mwingine mwanaume alisema pale mtandaoni Facebook, alisema niko na furaha sana kuwa mwanaume kwa sababu nikikataa kupatia familia yangu pesa wana blame my wife. Alisema hivi, it is so good to be a man because when I don't give money to my family, my wife is blamed. Inde buya sana kobomo sacha ekerenta iko abami ntochi bese mukano kubekura magoso. Na bibi akisaidia kwao wazazi wananishukuru. Bibi yangu akisaidia kwa akitumia wazazi pesa wananishukuru. Wanasema kijana yetu, asante sana umetusaidia. Kwa hivyo alisema mimi niko na starehe, nimefurahi sana kuwa mwanaume. Na leo asubuhi na leo asubuhi nikiongea na mtoto wangu mvulana, nikimwambia kwamba nilikuwa naenda kuongea na wamama, aliniambia wacha ninywe maji nikishukuru Bwana kwa sababu mimi si mwanamke. Kamuuliza unasema hivyo kwa nini? Akasema kwa sababu wanawake mnapitia changamoto mingi sana, especially katika hii continent yetu ya Afrika na kwa Wakisii. Akaendelea kunielezea mambo mengi yale ameona. Akasema mimi nashukuru Mungu mimi si mwanamke, lakini naweza sema mimi nashukuru Mungu kwa sababu mimi ni mwanamke. I thank God that I'm a woman. Na kwa hivyo kile nilikuwa nasema ni ukiwa mwanamume we ni mpole. Upole wako hautasaidia familia yako. Ni vizuri ukuwe mpole, lakini pia unasimama wima kwa uaminifu na unaweza kufunika familia yako. Na Miriam akapata leprosy, ukoma. Na ukoma ulikuwa ni ugonjwa unaitwa unclean. Ukipata ukoma unatengwa, unawekwa kando. Na nilisema ya kwamba Miriam na Aaron walitenda makosa, lakini Miriam ndiye alipata leprosy kwa sababu mara mingi sister-in-laws they are the biggest headache kwa wives of their brothers. Miriam akatengwa nje siku 7 nje, outside for 7 days alitengwa nje. Na ukiendelea kusoma Biblia inasema ya kwamba afterward the people set foot. After Miriam alipona ndio waliweza kuendelea na safari yao. Lakini siku 7 Miriam amepata ukoma, ametengwa kando, na Waisraeli safari yao ilikwama for 7 days kwa sababu ya lile tendo Miriamu na Aroni walitenda juu ya Musa na bibi yake. Swali ningependa kuuliza leo, inawezekana ya kwamba familia zetu hatuna mibaraka, tumefungia mibaraka kwa sababu ya yale maovu tunatendea in-laws? Inaweza kuwa nenyarekane gose abana bao basinyiru gukore skuru esengencho gokorera kamati ya ebitina. Nenyarekane gose abana bao amasese nimbabwati esengencho mukamo muro nero gambete nero tachiretense nero konya gokorera ebitina. Nenyarekane gose esengencho mukamo muromino omugako yakwete bono ngagota geto mutware omanye gokonya abana baye naye no mugaka bwe kanisa. Yani ngota tware ti mukamo muromino tigetu omuboraka nayo okonya konyemele ya gochimwaye kwanya go sensere go gochimwaye konya komokongo ntero murangu botuko.
kwa motebyo tanyi gorereti bana abatindi kubakonya ninyarekane gose aba bachi kogende skuru masomo mbali koigwa bachi kogende baseriri anki nankiende bali bamo muromi no batige tuchintakana bagenderete gosoma ryoka nande bagochi kogende skuru nonye ni gitabu to kubagorera ngaba kutware ngina ubutari boso kwa banene sana. Biblia inasema ya kwamba Miriamu alifungiwa nje siku 7 because of yale maneno walisema, waliongea, kwa sababu Musa alioa Mkushi na pengine ni ngozi yake tu ilikuwa tofauti. Wengi wetu ukiona ndugu yako ama mtoto wako ameoa, unataka uweke ule bibi yake ratili, umupime, useme ni mweusi, amekonda, amenona, miguu iko aje, kichwa na nini, asifu wewe uko perfect. Na ule kijana mvulana wako ndiye amemchagua. Could that be? Wengine tuko na watoto wasichana, akienda kuolewa, kila mahali wewe unaangalia unasema pale msichana wangu hawezi ishi, pale hakuna mtu. Iko mzee mmoja alisema wakati alikuwa anaenda kuoa bibi yake, alienda kwa bibi yake kwa baba mkwe. Sasa baba mkwe asking for the hand in marriage, akiuliza aoe ule msichana wake, akaulizwa, wacha niongea kwa Kikisi, tata yenga iseino agateba na segete igali bantu mbaroboli nselite bwati bantu. Yani pale hakuna watu. We unaangalia tu unaona mtoto wako pale hakuna watu. Asifu wengine ni wanyama, wewe ndiyo mtu. Ningependa sisi wote tuangalie maisha yetu. Tuangalie ile treatment tunapatia wale wameolewa kwetu, ama wale wameoa kwetu, ama wale wazazi kule tumeolewa. How do we treat our parent-in-laws? Baba mkwe, mama mkwe. Iko hadithi nyingine, mzee mmoja pia alisema, aliambia bibi yake, ni kijana hivi, walikuwa town, akaambia bibi yake, ningependa ufanye shopping. I think umeona hii story mahali. Alimwambia ningependa uende supermarket, ufanye shopping, pesa ndio hii, tunaenda kuona mama. Tunaenda kuona mama. So bibi akachukua pesa, akaenda supermarket, yeye amesikia kwenda kuona mama, akajua wanaenda kuona mama ya nani? Mama ya kijana. Kwa hivyo mama ya bwanake. Kwa hivyo akaenda supermarket. Si unajua wamama vile kama unanunulia unafanyia shopping mama mkwe, si unajua vile tunafanya? Na wakati unafanyia mamako, si unajua tunaifanya tofauti. Pesa alikuwa amepatia wa kutosha, akaingia supermarket, mama mkwe anamchukulia sukari 0.5 kilo, sabuni anachukua pengine kipande moja, akafanya shopping. Bwanake alikuwa anataka kumtest, kafanya shopping, wakamaliza, wakaingia gari. Anaona wana drive, wanaenda, hawaendi kwa bwana kwenye ameolewa, wanaenda kwao. Akamuuliza, mzee wangu, kwani tunaenda wapi? Mzee akamwambia, nilikuambia ufanye shopping, tunaenda kuona mama. Akasema, mama, si uliniambia mama? Akasema, si tunaenda kuona mama. Akasema, mimi nilifikiria tunaenda kuona mama yako. Akasema, mimi nilikuoa, tukakuwa kitu kimoja. Mama yako ni mama yangu. Akasema, lakini kwenda kwa mama hatujafanya shopping. Kuna wenye hawajashika network, kuna wenye hawajashika. Akasema, hatujafanya shopping, turudi kidogo, hatuwezi enda kuona mama hivi, hatujafanya shopping. Akasema, nilikupatia pesa, na hata si pesa, alimpatia card, kwa hivyo una swipe. Alimwambia, nilikupatia card, nikakutuma supermarket, nikakwambia uende ufanye shopping, ufanyie mama shopping. Tena shopping gani unasema hujafanya? Akasema, mimi nilifanya shopping kwa sababu nilijua tunaenda kwa mamako, ndio nikafanya shopping ya kupelekea mamako. Sikufanya shopping ya kupelekea mamangu. Najua hii tunacheka, lakini hata mimi wacha nitubu dhambi leo. Mimi ningekuwa ule mama, kwa kusema tu ukweli. Tuseme tu ukweli. Let us just say the truth. Inakaa strange, lakini ukijifikiria, sasa ule mama mtu yeye si mama. Mama ni mamako, si ndio? Ile shopping vile unaifanya ni tofauti. Do you shop equally? Unafanya shopping equally, ama ya mamako inakuwa tofauti? Tujifikirie sana na tuweze kutubu dhambi. Mungu atusamee, kwa sababu hata mimi nikifikiria nikifanya hivyo, miaka chache iko mbele kijana yangu ataoa.
na mimi nitafanyiwa shopping vile vile. Unajua malipo ni hapa hapa duniani. Una nini? You harvest, you reap what you sow. Utavuna unachopanda. Siwezi vuna tofauti, ile napandia mama mkwe na mimi hiyo ndio navuna. Tufikirie sana. Kuna mambo ningependa tujifunze, mambo kama 10 hivi, yale maovu, wacha niseme maovu, yale tunafanya hayafai, tunafanyia in-laws. Baba mkwe, mama mkwe, mwenye ule mtoto mwenye ameolewa na kijana na msichana, kuna mambo fulani mimi nimeangalia kwa ile kazi mimi hufanya, nimeangalia na nimeyasikia, ningependa tujifunze sisi pamoja. Ya kwanza ni ile nilisema, wazazi kuchukulia mtoto wao msichana, mke. Wazazi wanachukulia mtoto wao mke na wanajua huyu ni msichana mzuri, lakini kijana unajua njia zake si sawa na bado unamchukulia msichana. Na utaniuliza nifanye nini? Ndoa ni ya watu wazima. Kijana yako hata kama ako na miaka 48 na hajawahi fanya shopping na hana kazi, huyo kijana, yani haimaanishi ako na kazi ya ofisi, lakini hana kitu tabwatie bisabwa, yani hana kitu ya kufanya na mikono yake, hana njia ya kulisha familia. Wewe ndio unamulisha, wewe ndio unampikia, huyo bado ni mtoto. Usikubali kumletea msichana wa wenyewe. Wengine hata hawezi simama kwa barabara aongee na msichana. Wewe ndio unaongea na msichana, unasema huyu ni kijana mzuri, vile tumemulea, hautapata shida yoyote, nyumba ndio hii, shamba ndio hii. Anaolewa na shamba ama anaolewa na bwana, na mwanaume. Kwa hivyo tuangalie sana, tupatie watoto wetu ruhusa, freedom, wapendane na aoe ule mtu anapenda. Vijana wengi wameletewa bibi, wameacha kwa nyumba, wameenda kwa barabara kutafuta mwingine, kwa sababu ule alikuwa ni the parents idea, wazazi ndio walimleta. Kwa hivyo tupatie watoto wetu ruhusa, wao wenyewe wachague. Kitu tunaweza fanya kama wazazi ni kuwa guide. We give them guidance, tunawa guide, lakini lazima umwache afanye uchaguzi wake, ndiye asiweze kukublame. Number 2, tukiona sana sana wale wasichana wameolewa na vijana wetu, anafanya, tunaona ni kama anafanya makosa, kasi yetu ni kumsengenya. Hata iko wa mama wengine sana sana, si wa baba, wa mama sana sana, unapata mama anasema ule msichana amekuja anamaliza pesa ya kijana yangu. Kwani unataka nani amalize pesa ya kijana yako? Who do you want to eat your son's money? Si bibi yake ndiye akule hiyo pesa amalize kabisa, na watafute ingine anyway. Kwa hivyo unasema kijana yangu hataalishwi vizuri, lazima nipike chakula, nitume chakula sahani moja. Kama ulimulea na ukamulisha vizuri, si sasa miaka yako imeisha uache tu alishwe hata kama ni spaghetti? Anyway, sisemi alishwe spaghetti, lakini nasema ile chakula analishwa, wewe pengine unaweza wapatia advice, lakini huwezi kuwa wewe ndio unapikia your son na ameoa, na ufunze mvulana wako, kijana wako, mfunze vizuri, hata yeye angalie ule msichana wa kuoa ni msichana wa aina gani. Ni msichana anapika, analisha familia, ama ni msichana tu ovyo ovyo. Kwa hivyo hiyo ni kazi ya kijana yako, sio kazi yako. Wewe ulifanya kazi yako. Jambo lingine ningependa kusema ni sisi kama wale tumeolewa, uwe ni male or female, how do you treat your parents-in-laws? Wale baba mkwe, mama mkwe, wao unawaona kama si wazazi. Are you treating them the same way una treat wazazi wako? Kuna mama mwingine najua alikuwa ameolewa mahali fulani na alikuwa anafanya kazi mahali fulani. So akaambiwa, mama mkwe anazeeka, so akaambiwa ungechukua transfer. Alikuwa mwalimu, akaambiwa chukua transfer uende nyumbani. Bwana alikuwa amepoteza kazi, kwa hivyo akaambiwa chukua transfer uende nyumbani. Mama mkwe nguvu inamuishia, walikuwa na shamba kubwa, uweze kulima shamba na uweze kutunza shamba. Huyo mama alisema hivi, ile siku nitarudi nyumbani ni wakati mama mkwe amefariki. Mama mkwe akiwa kwa kaburi, ile ndiyo siku nitarudi. Siwezi rudi kama ako hai.
Kama unaombea mama mkwe afariki, omba sana. Omba. Very soon wewe mwenyewe utakuwa mama mkwe na utaombewa pia ukufe. Kama ukifikiria hivyo, na hiyo ni sawa. Na wengine wanapenda kuita mama mkwe mchawi. Unasema huyu ni mchawi. Mwingine aliniambia watoto hawawezi enda kwa mama mkwe kwa sababu ni mchawi. Na si mchawi, alilea bwanako. Si alimlea. Na wewe sasa unaishi na mtoto wa mchawi. Si alikula hiyo uchawi ndio maana akakuoa. Si utume watoto waenda wakule uchawi ya nyanya yao basi. Mimi nasema tu, lakini kama wewe si mchawi, unajuaje ni mchawi by the way? Na kama akiwa mchawi, si watoto wako wako na damu ya uchawi? Si ndio? Si warudi kwao basi na hiyo uchawi, ama uwaombee for deliverance. Mimi siamini sana mambo ya uchawi, lakini huwa mama wengi wanasema hivyo kwa sababu hutaki watoto watembelee watu wao. Na shinda ukisema ni mchawi. Pengine na wewe ni mchawi, mlikutana mkiroga. Lakini kama mchawi alilea mtoto na akaweza kukuconvince akakuoa, basi aende alee nao pia na hiyo uchawi yake, si ndio? Jambo lingine ningependa kusema ni wengi wetu, especially wazazi, tukiwa na firstborn son akioa, kijana wa kwanza kifungua mimba. Imagine ameoa hivi. Alafu unatuma watoto wako waende kukaa na ndugu yao mwenye ameoa, ako na new wife. Hata kwa Biblia iko heshima fulani mtu amepatiwa akishaoa. Hata akiwa ni soja, tuseme wa army, akishaoa anapatiwa muda fulani. Hata Biblia inasema akae na bibi yake, afurahishe bibi yake. Lakini wewe hata honeymoon unaishi, unatuma watoto chungu mzima waende walelewe na ndugu yao. Sasa huyo watoto wako watakupatia aje wajukuu na hawana hata nafasi ya kupumua? Aitoko knowledge rende onye mbali konyara kwa yana abachukuru ngakiura anyore. Wacha after 2 years nga ule bibi ameolewa, kazi yake ni kukula tu, akonya kuragera bane rigecha bwangire ko nga abachukuru bononye mbali konyara kwa yana botuko ngakibago kwa abachukuru gake enyombe ya kaine ichire na intu twara tumia common magekere gake tumia common magekere umanye yani ribagalio kwa yana ndiyo sincerely bachukuru toko nyora. Kwa hivyo kama kijana yako ameoa, pale ni kwake, watoto ni wako. Hukumzalia watoto akuje kukulelea, wewe lea watoto wako, hata akae na bibi yake, afurahishe bibi yake, wafurahishane. Kama unahitaji usaidizi uongee, waone vile watakusaidia. Lakini haiwezi kuwa ya kwamba akishaoa ule bibi yake ndiye anakuwa mzazi wa watoto wako. Watoto ni wako. Jambo lingine ningependa kusema ni wazazi wengi ulilea watoto wako ndio wamekuwa watu wazima. Sasa na wajukuu pia unataka wajukuu pia wakuwe ni project yako. Wewe ndio unataka kulea wale wajukuu. Nayo wekora kimanyimogosoro. Unataka kumwambia abachikura abane wono njira nere ntagiteba kine, ntagiteba some skuru gete. It's none of your business. Si wewe ulilea watoto wako, ukawapatia vile uliwapatia, ukawalea vizuri. Ukilea watoto wako vizuri, wajukuu wako wakikutembelea wewe unawaspoil. Wewe ni ule grandmother ama grandfather, unawapeleka pale, mnacheza na wao, lakini kazi ya kulea wajukuu ni kazi ya watoto wako. Usikwe unainterfere. Wengine hata unapata ni mama mtoto na anaambiwa abana baito. Abana baito, bana batali baseno. Abana baito. Hakuna mtu amekataa, watoto ni wako. Lakini ujue watoto wako na wazazi wao wa kuwalea. Na ndonye wakine tu mwana munyanganyangu utamaiti kukinia abana sabo kwabera. Ini goro lyao. Bono turi guchaka kuingilia saa bachukuru na ande naye wakiniti umwana munyanganyangu kere kwa bwate libaga. Jambo lingine ningependa kusema ni watoto wakiwa kama wameoana na wako na shida, wako na marital problems. Mzazi unajifanya wewe ndiye counselor, unataka kuketi chini uongee marital differences ya watoto wako. Wacha nikwambie hivi leo. Mimi nimezaa vijana 3. Na watoto wangu mimi nikiwaangalia, kwangu mimi kama mama naona kama wako perfect. Najua hawajakamilika. Lakini vile mimi nawaona kwa sababu mimi ni mama yao, nimewabeba,
tumboni miezi 9, nimewanyonyesha, nimewalea. Mimi nikiangalia watoto wangu wakiwa na pengine wakiwa na differences na tofauti na mtu mwingine, mimi mind yangu, akili yangu, hata kama nikiwa Mkristo, inaenda kusema mtoto wangu amekosewa. Hivyo ndio mzazi huwa anafikiria, mtoto wangu amekosewa. Mtoto wangu ni kama hujui kumhandle. Kwa hivyo mimi kitu najua, ile siku watoto wangu wataoa, hakuna siku Mungu anisaidie nitaketi chini kusolve case between my son and the wife, because mimi najua ule msichana sijui kwenye ametoka, watoto wangu mimi nawajua. Kwa hivyo sana sana goikeki ine kindale lyo musubati hoyi, si ndio? Goikanda lyo musubati yeki inekyo, na nimwambia ombea kijana yangu. Kwa hivyo kwa sababu najua mimi ni binadamu naweza fanya hivyo, mimi nitawaambia watafute abasemi, watafute counselors, watafute mtu mwingine aweze kuwasaidia. Kwa sababu kuna wazazi wengi wameketi chini kuongea hizo tofauti za watoto wao, na wameambia watoto wa wenyewe wakae, unamwambia we omba, we akifanya ufanye hivi, ufanye hivi, na watoto wa wenyewe wameuawa. Kuna ndugu yangu fulani, sio ndugu yangu tumezaliwa nyumba moja, lakini ni ndugu, cousin, ndugu yangu, alikuwa na bibi na akamtandika, akamchapa. Bibi akaenda nyumbani kuongea na mama ya kijana, mama mkwe, akimwambia mimi kijana yako naona maisha imekuwa ngumu, alinipiga. Ule mama mkwe alimwambia aje? Alimwambia alikupiga mara ngapi? Yule msichana akasema slaps 3 hivi. Akamwambia uko na bahati sana, slap 3 peke yake. Unajua mimi akiwa kama baba yake, we uko na shida. Niangalie hapa meno, hii meno yote nilipigwa na babake nikang'olewa. Niangalie hapa mgongo, nilivunjwa mgongo. Niangalie hapa hizi marks, baba yake ameniwekea. Kwa hivyo wewe naona uko vibaya sana, ni slap 3 tu. Sasa hawezi akuambia kijana yake yale unatenda ni maovu. Na yule kijana alifunzwa na baba, kwa sababu baba alikuwa anapiga mama. That is why nakwambia yale maneno unayapitia kwako na unanyamaza na hautatui hayo maneno. Ama wewe kama ni baba unaendelea kupiga bibi yako, you are teaching your sons to kill their wives. Wewe umepiga bibi yako, ataua bibi yake. And you are teaching your daughter kuwawa. You are teaching your daughter to keep quiet. So we need to rethink. Kwa hivyo ule msichana sasa alipokuwa ananiambia hayo, nikamwambia ule mama mkwe, baba mkwe alikuwa amefariki, nikamwambia mama mkwe hawezi kukusaidia. Kwa sababu kama hiyo ndiye anakuambia hawezi kukusaidia. Kamwambia wewe tafuta ushauri, uketi chini muongee, uone kama hayo maneno yatatatuliwa ama utajitenga, kwa sababu kama hayo maneno yatatatuliwa utauawa. Na si vizuri, kwa sababu inaanza hivyo na slap. Inaanza hivyo kukemewa, slap, nini, mwishowe mtu anaua. I think tumezika wengi, na tusiendelee kuzika watoto wa watu kwa sababu ya yale maovu tunawatendea. Jambo lingine ningependa kusema, nimeona huwa tunafanya sisi kama jamii, ni msichana anaolewa kwa familia yetu, especially firstborn son. Mimi nimeolewa na firstborn son. So anaolewa kwa familia kama firstborn, kwa firstborn son. Unamwambia sasa yale majukumu yako kwa hii familia ni yako. Hao watoto vile unaona ni wako. Hii familia vile iko, wewe ndio utapanga, utawasomesha. Surely, is that fair? Hiyo ni vizuri kweli? Hao si watoto wake, hiyo si familia yake. Na kitu ikienda mrama, mambo ya kisambaratika, unamwambia wewe kama ungekuwa strong kwa hii familia ingesimama. Na wewe kama mzazi, na wewe ndio ulizao watoto, kama ungekuwa strong hiyo familia singesimama. Kwa hivyo tuheshimiane na tuweze kuelewa ya kwamba huyo pia ni mtoto, na ni mtoto wa mwenyewe. Ndio mwishowe tunaweza kumfanyia mentorship ya kuchukua leadership, lakini hatuwezi kumwekea mzigo. Hajaolewa to the family, they are not a wife of the family. Na saa zingine ma firstborn sons vile tumesema, wakiwa na wanyanganyangwa, akioa bibi ndio unatwika mzigo wote. Namwambia sasa buna wachiro mochio na bole hivyo, bona aye bango mochi ngakiara bango mochi aye wasinye tukobanga. Is that fair? Onge abantu muna no mochi yakobanga omoirio y'abana ba y'abanyene ba musinya.
kubwate kane kwa mutigirite ebibago byo byonsi pi ebibago byo byonsi pi nero kurangiruchi kugayana mangane yebibago. Wewe kama umeolewa familia kama hivyo, your first responsibility, jukumu lako la kwanza ni watoto wako. Wale wenye ulipata kule toko manyanga kibasi megetwe. Na boko ba guide lakini oitari mosigo tumanye tinga kibasi megetwe. Karare raba igaba kwanza bali bande toko manyanga ngaki na temna basi megetwe. Jambo lingine ningependa kusema ni ya kwamba sisi kama wazazi, na pengine uko na mtoto msichana na amesoma na anaenda kuolewa, huwa tunawaambia, saa zingine tunawakalisha chini, unawaambia ni sisi tumekusomesha kule kwenye umeolewa, pesa zako zote unatuma nyumbani, unarudisha nyumbani. Sasa msichana wako ameolewa na hawezi kucontribute, bwanake ndiye anabeba mzigo wote. Kitu chochote anapata anatuma nyumbani, kitu chochote anapata pesa anatuma nyumbani, na anasema wazazi ndio walinisomesha kwa hivyo anatuma nyumbani. Mimi sikatai wazazi wasisaidiwe, hata mimi nimesaidia mamangu sana na ninaendelea kumsaidia, lakini hakuna siku kusaidia mamangu inaweza kuja katikati na my responsibility to my family. Wacha niweke hivi, jukumu yangu ya kwanza kwa upande wa fedha ni watoto wangu na bwana yangu. Alafu nikipata kitu, na mara mingi Mungu amenisaidia, naweza kutunza mamangu. Lakini siwezi kupata kila kitu na patia mamangu, na hapa watoto wangu na mzee wangu mimi si contribute. So mzee wangu hawezi kuwa yeye ndiye amebeba mzigo wote, kwa sababu mimi pesa ninatuma nyumbani kwa mamangu. Kwa hivyo wazazi tufikirie wakati msichana wako anaolewa, yale maneno tunatenda na tunasema. Na wengine wanasema ule mwenye atawa msichana wangu lazima anijengee nyumba, lazima aniletee stima, lazima anifanyie hivi na anifanyie vile. Ndugu yangu alipata msichana mmoja mwenye alikuwa amependa. Ule msichana akamwambia, mimi nitaolewa na wewe, lakini kitu utafanya, utajengea wazazi wangu nyumba permanent, na uwaletee stima na uwanunulie tanks, kwa sababu mimi ndio nimekuwa nikisaidia wazazi wangu. Na ule msichana hata hana kazi, hata hajamaliza shule, na anaambia ndugu yangu ajenge nyumba permanent na aweze kuwawekea stima kabla ya kumuoa. Huyo sasa kweli hata utakutana naye mara ya pili. Nilimwambia achana naye, delete, block, na ukimpata kwa barabara tembea kama humjui, enda ukiendanga. Huyo ni mtu wa kukuexploit. Sasa unafikiria unatafuta husband ama unatafuta husband? Ni husband ama ni husband? Unatafuta husband, enda kwa bank tafadhali. Uwezi sasa unamuexploit. Yeye ametoa pesa wapi ajengee wazazi wako nyumba na wewe hujaipata? Kwani ereneke waro, ereneke ragita? Hakuna mtu ni tractor, nobody is a tractor. Kila mtu ni binadamu, si kila mtu anatumia damu. Sasa kwenye unataka atoe pesa ajengee wazazi wako nyumba, toa hiyo pesa hapo. Jenga nyumba kwanza, ndio uolewe uende kusaidiana kujenga kule. Kuna wazazi wengine, the moment kijana ameoa msichana, hana amani. Wanashinda wakimpigia simu, wakimuitisha pesa. Kwa Kiingereza huwa tunasema in-law, son-in-law, daughter-in-law, mother-in-law, father-in-law, kwa sababu hii uhusiano oboiri obombo bwato mubaga. Abande bachakire goteba nga mother in love, nga daughter in love, nga son in love. Lakini tonga inatago salie gesongo. Hakuna in love, ni mother in law, father in law, daughter in law, son in law. Kuna mpaka. That relationship is governed by law. So hawezi kuwa wewe kama mzee unapigia son in law simu, unamwambia sijalala vizuri, niko mgonjwa, niko hapa Kisii Town, kuna kitu nimeona hakimaisani, unaweza nitumia pesa? Unaharibu kabisa. Hiyo ni kukosa heshima. Iko mzee mmoja alipigia son in law simu, akamwambia ampatie, true story, alimwambia ampatie $500,000, 500,000. Kwa nini? Alikuwa anajenga flats, nyumba,
mzee alikuwa ameretire, so kuna hiyo retirement, hiyo pension amepewa. Akaanza alikuwa na kashamba hapa kwa maduka kama hapa Kenya for example, kaanza kujenga nyumba. Kafika mahali akahitaji $500,000, $500,000 aweze kumalizia kitu fulani. Badala ya kupigia msichana wake na msichana wake ako na kazi, alipigia ule kijana. Wacha niwaambie vile tunaharibu familia sisi kama wazazi. Akapigia ule kijana akamwambia, my son please nipatie $500,000 nichukulie. Kijana akasema sina hiyo, nichukulie loan please my son, take a loan, nahitaji hiyo pesa urgently. Huyo kijana ni mnyamavu hivi, alitafuta mbele wala nyuma. Unajua ukiitishwa pesa na in-law, father in-law, na we ni kijana umeoa msichana wake, ni ngumu sana, utauza kila kitu mpatie. Alienda akachukua loan, akapatia ule mzee hiyo pesa. Hajaambia bibi yake na mzee hajaambia msichana wake. Sasa ule msichana, bibi akaanza kuona bwanake haongei. Anakuja nyumbani jioni akuli, amenyamaza tu. A few days bwana akahama kwa bedroom, akaenda kulala room nyingine. Bibi anashindwa ni nini imetendeka, akamuuliza ni nini mbaya. Ule alikuwa ni church elder bwanake, akamuuliza what is it? Akanyamaza. After a few days akamwambia hii ndoa imeharibika na imeharibiwa na babake. Sasa yeye hajui babangu ameharibu ndoa aje. Akapigia baba simu akamuuliza, mmekuwa mkiongea na nani? Akasema tumeongea, ni mzuri sana, hata amenisaidia, nilikuwa nahitaji $500,000 kumaliza zile flats na amenipatia. Imagine 2 days alinipatia $500,000. Mimi nimefurahi sana. My daughter, ulichagua vizuri, uliolewa vizuri. Karudi kwa nyumba akasema, nimeongea na babangu na amefurahi sana, kuna vile ulimsaidia, alikuwa amekwama ile project, umemsaidia. Ule kijana, ule bwana alifunguka, akamwaga maneno, akamwambia babako ananipigia simu, ananiitisha pesa, nilitoa dawari, tukafanya harusi, ukatoka kwake, na sasa saa hii ananiitisha pesa na hii ndoa imeisha. Wakati walikuja kwangu, ule bwana alisema I'm done, siwezi kuwa na hapa. Unaweza kuwa ukinisikiza ukisema lakini angefanya hivyo. Ni sawa, angefanya hivyo. Mimi jambo naangalia nasema ni, lakini wewe mzee, kwa nini upigie ule kijana ameoa msichana wako ukimuitisha pesa? Why? Kwa nini ufanye hivyo? Lakini wazazi na sisi tuache tabia mbaya. Tukome. Kama kuna kitu unahitaji, pigia mtoto wako. Wacha kupigia bwanake ama bibi yake. Wewe kama mama unapigia bibi ya kijana wako, ndio unaanza kumpea list. Munipatie hii, munipatie ile, munipatie hii, munipatie ile, unampatia list kubwa. Tafadhali tuheshimiane, tujue hii relationship iko na law. It is called father-in-law, it is called mother-in-law. Jambo lingine la mwisho tukimalizia, ningependa kusema wajane katika hii jamii yetu ya hapa Gusii. Mimi naongea hivyo, nitaongea juu ya wajane kwa sababu babangu alifariki, mamangu akiwa na miaka 20 na kitu. Kwa hivyo mamangu amekuwa mjane for many years. She has raised us without a husband. Na ile maneno nimeona nikiwa mtoto mdogo kwa nyumba yetu, ni maneno singetaka mtoto yeyote wa mimi. Nauliza, kama ndugu yako amefariki na ameacha mjane, huyo mjane sio bibi yako. Saidia wale watoto, lakini usifanye ule mjane akuwe bibi yako. Erasi mumutware, yani erasi mutware mukamumurumino umanya gokonya abana togosari gosoka gaki. Why? Na sasa wewe kama ni mjane, ningependa kukuambia usimame imara, kwa sababu iko germs, iko magonjwa ama roire na roromo ntabongeti batige bakuna mokaye aye choke renda abana bao, kwa sababu wewe ndio mzazi pekee. To basa we chwara, usiache mwili wako ukutawale. Na hata akikwambia onye tari gogo twara, to basa ngata gokonya abana bao. God is a defender of the widows, is a father of the fatherless. Mungu ndio is a defender wa wajane, na yeye ndio baba wa wale hawana baba. Usidanganyike, because huyu atakuja kuexploit sexually and materially. Atakuexploit kimwili na kuexploit kwa chakula
na akuexploit kwa upande zote. So niseme hivi, kama kwa familia zetu iko wale wameachwa kama wajane, na wewe ni brother in law, wewe ni sister in law, tafadhali watoto wa ndugu yako wasiteseke kwa sababu sijui sababu gani. Wala watoto wa defend, wa protect, wa provide, and you don't have to inherit the wife. Usimchukue na usimtese, usikuwe wewe ndio wa kumtesa. Iko pastor fulani anaitwa Pastor Osindi, alinifunza jambo sitawahi sahau. Alisema hivi, ukienda kwa mjane, bwana wa mjane ni Yesu. Sasa ukienda kwa mjane, ile maovu unatendea mjane ni kama unataka kudunga Yesu kidole kwa macho, na Yesu mwenyewe ndiye atapigania mjane. Kwa sababu ukienda kwa ile familia iko na mzee, hiyo ni nyumba ya nani fulani, na ule mzee ndiye atainuka pengine na panga ama na kiboko na nini kuprotect the family na physical weapons. Lakini widows are protected by spiritual weapons. Wewe ukijaribu kustretch your hand, na nakuuliza leo, is it possible familia yako mibaraka imefungwa kwa sababu unaangalia ule mjane anateseka pale, na wewe umekaa kando unasema it's none of my business, na wewe unaona wale watoto wameachwa wa ndugu yako wanateseka tu hapo, wewe uko kwako unasema it's none of my business. Miriamu alitengwa kando for 7 days, and for 7 days wale wana wa Israeli safari ilikoma. Pengine kuna mtu safari ya familia yake imekoma kwa sababu ya yale maneno, yale maovu, yale mateso anafanyia wakwe zake. Leo ningependa kuomba sisi wote pamoja na mimi, kwa sababu kuna mambo hata mimi sasa nikifikiria nimefanyia wakwe zangu, na ni kama singefanyia familia yangu hivyo, lakini kwa sababu ni wakwe wanasema hawa hapana. Na najiuliza saa ile shopping nimekuwa nikifanya, nimekuwa nikishop equally my mother-in-law na mamangu, nimekuwa kweli nikifanya equally. Ukweli kuna mara sijafanya hivyo, na mimi kwa hivyo naomba Mungu anisamehe. Ningependa tuombe sasa tukimaliza, na kama kuna mwenye ameguswa na neno la leo na anataka tuombe pamoja, inua mkono, simama kwenye huko, utasimama kwenye huko, tuombe sisi wote Mungu atusamehe. Because I know kuna maneno nimesema, kuna matendo nimetenda, kuna maneno sijafanya kwa wake zangu, na Mungu atusaidie sisi wote tuweze kuwa wakamilifu na waaminifu kwa wakwe zetu, kwa sababu hatungependa mibaraka ikatizwe na safari ikome kwa sababu ya yale maneno tunatendea wakwe zetu. Hebu na tuombe. Father, in Jesus' name, we thank you so much for teaching us this evening. We praise you, we worship you, and we lift your name on high. Lord, you're all-knowing, you're all-wise. This evening you have taught us the story of Moses and Aaron, who spoke about Moses' wife. Aaron and Miriam, who spoke against Moses' wife, and you dealt with them very firmly. This evening I want to repent. There are things I have done against my in-laws, and your children are also repenting that some things we have done against our in-laws. We pray that you may forgive us. We pray that we may love our in-laws just like the way we love our own families. And if there's somebody here who needs to apologize to their in-laws, give them wisdom. Give them words, oh Lord, that they may this evening call, speak to their in-laws, and they may apologize. And if there are things that we are doing, I pray that we may stop. Some of us have made our in-laws not to come to church. Some of us have made our in-laws to deny the existence of God, because they're looking at us, we are serving you, and yet the things we are doing, they are not befitting of a Christian. I pray that you may forgive us, that you may wash us our sins, oh God. There are some of us who are feeling bitter, we are feeling angry because of what our in-laws have committed against us. I pray that we may forgive, we may release them unconditionally, oh God. And even where they have done evil to us, I pray that we may not return evil with evil. We may not repay evil with evil, but we may return good for evil, so that your name may be glorified. Be with us this evening. Bless all of us. Bless our in-laws. Bless our family members. Bless us as an entire community. And anybody who has listened to this word this evening,
I pray that they may be faithful as in-laws. And if there are any whose blessings have been blocked because of the way they have not treated their in-laws well, I pray that you may open windows of opportunity, that you may bless all of us, that your name may be glorified. For it's in Jesus' name we have prayed and believed. Amen. Tunashukuru sana kwa sababu ya kipindi cha familia. Mungu aweze kumbariki mnenaji. Na before tuweze kuingia katika kipindi cha Bible study, ningependa hizi kwaya tatu ziweze kutubariki kwa nyimbo, na kwaya inapomaliza ama ikiwa katika ubeti wa mwisho ziweze kuwa inafuata ingine. Kwaya ya kwanza ambayo itatubariki ni Nyavine Nyavine, tunawakaribisha kwa upesi muweze kukaribia. Alafu tena mtaweza kufuatwa na Magena Gospel. Alafu mwisho tutapata kubarikiwa na Seresto wanapokuja. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Watu wanataja magari, farasi na nyumba nzuri, ila mimi ninajivunia jina la Yesu, jina la Yesu ni kali. Nilitamkalo jina hilo napata nguvu na faraja. Nawe ndugu taja jina hilo litakuongoza. Nawe ndugu taja jina hilo litakuongoza. Watu wanataja magari, farasi na nyumba nzuri, ila mimi ninajivunia jina la Yesu, jina la Yesu ni kali. Nilitamkalo jina hilo napata nguvu na faraja. Nawe ndugu taja jina hilo litakuongoza. Nawe ndugu taja jina hilo litakuongoza. Jina la Yesu ni ushindi, mapepo yanatoroka ukitaja jina la Yesu. Neno popote, jina la Yesu ni ushindi, mapepo yanatoroka ukitaja jina la Yesu. Neno popote. Roho yako ikiumia, taja jina hilo la Yesu.
litakuongoza. Roho yako ikiumia, taja jina hilo la Yesu. Yeye ni mwalimu, rafiki, mchunga, yeye ni mwanzo tena ni mwisho. Kuleta raha tukichoka, na njaa pia twashiba. Jina hilo enda nalo popote, litakuongoza. Jina hilo enda nalo popote, litakuongoza. Jina la Yesu ni ushindi, mapepo yanatoroka ukitaja jina la Yesu. Enda nalo popote. Jina la Yesu ni ushindi, mapepo yanatoroka ukitaja jina la Yesu. Enda nalo popote. Amen. Amen. After Magena Gospel, Celestial watakuwa nyuma yao. Karibu sana. Sononeshwa na yule Goliathi Mfilisti, miaka mingi waliteseka, ni nani atawakomboa? Habari njema kwa Yese, kazaliwa kijana shujaa Daudi, Roho wa Bwana yuko ndani yake. Daudi alichukizwa na matusi ya huyo Goliathi. Israeli walisononeshwa na yule Goliathi Mfilisti, miaka mingi waliteseka, ni nani atawakomboa? Habari njema kwa Yese, kazaliwa kijana shujaa Daudi, Roho wa Bwana yuko ndani yake. Daudi alichukizwa na matusi ya huyo Goliathi. Ni Daudi mwana wa Yese, kijana mdogo mwenye imani, alienda kuchunguza vita, akamuona huyo Goliathi akitoka na jeshi la Mungu. Akaazimu moyoni, akatwaa kombeo na jiwe, akazungusha
akazungusha kwa imani, akatupa jiwe, akampiga Goliati kaanguka. Ni Daudi mwana wa Yese, kijana mdogo mwenye imani, alienda kuchunguza vita, akamuona huyo Goliati akitoka na jeshi la Mungu, akaazimu moyoni, akatwaa kombeo na jiwe, akazungusha kwa imani, akatupa jiwe, akampiga Goliati kaanguka. Jambo gumu maishani, hata huwezi kulitatua, Bwana Mungu atafanya njia, akuletee ukombozi. Kaza macho kwa Yehova, ni jambo linalotisha kama Goliati, mwite Bwana Mungu ataliondosha. Uimbe wimbo wa ushindi, kusifu fadhili za Bwana. Kuna jambo gumu maishani, hata huwezi kulitatua, Bwana Mungu atafanya njia, akuletee ukombozi. Kaza macho kwa Yehova, ni jambo linalotisha kama Goliati, mwite Bwana Mungu ataliondosha. Uimbe wimbo wa ushindi, kusifu fadhili za Bwana. Ni Daudi mwana wa Yese, kijana mdogo mwenye imani, alienda kuchunguza vita, akamuona huyo Goliati akitoka na jeshi la Mungu, akaazimu moyoni, akatwaa kombeo na jiwe, akazungusha kwa imani, akatupa jiwe, akampiga Goliati kaanguka. Ni Daudi mwana wa Yese, kijana mdogo mwenye imani, alienda kuchunguza vita, akamuona huyo Goliati akitoka na jeshi la Mungu, akaazimu moyoni, akatwaa kombeo na jiwe, akazungusha kwa imani, akatupa jiwe, akampiga Goliati kaanguka. Ni Daudi mwana wa Yese, kijana mdogo mwenye imani, alienda kuchunguza vita, akamuona huyo Goliati akitoka na jeshi la Mungu, akaazimu moyoni, akatwaa kombeo na jiwe, akazungusha kwa imani, akatupa jiwe, akampiga Goliati kaanguka. Ni Daudi mwana wa Yese, kijana mdogo mwenye imani, alienda kuchunguza vita, akamuona huyo Goliati akitoka na jeshi la Mungu, akaazimu moyoni, akatwaa kombeo na jiwe, akazungusha kwa imani, akatupa jiwe, akampiga Goliati kaanguka. Amen. Stanza ya kwanza na chorus. Nipe Biblia, nyota ya furaha,
Baba yetu na Mungu wetu, tunakuja miguuni pako wakati huu wa jioni tukiwa na wingi wa shukrani katika mioyo yetu, maana umeweza kuwa pamoja nasi na umeweza kututendea makuu. Tusamee dhambi zetu. Asante kwa sababu ya kipindi ambacho kimepita. Tunapoingia katika kipindi kingine cha Bible Study, tunakualika uweze kuwa mwalimu wetu ambaye atatuongoza, uweze kumtumia kama chombo chako. Tupe Roho wako Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Karibu. Ninataka niwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ongapo nazidi kubarikiwa na mikutano hii kwa namna ya kipekee sana. Asante sana. Nami pia ninazidi kubarikiwa na vipindi ambavyo vinakuja kwetu, ikiwemo familia, ikiwemo uimbaji. Bwana awabariki kwa wote ambao wametangulia mbele kwa sababu ya huduma ambayo wameifanya kuendeleza kazi ya Mungu katika sehemu hizi za Kenyenya. Basi bila kuchukua muda zaidi kwa sababu muda umesonga, nikukaribishe kwenye somo letu la jioni hii ya kipekee kwenye uchambuzi wa Biblia. Tena Bwana ako na somo la kipekee sana ambalo angependa ili kwamba alilete kwetu baada kuzungumzia habari za kumkubali Yesu kwa njia ya ubatizo jana. Leo somo letu nimepatia kichwa kinachosema unaweza kutambua dini bandia. Unaweza kutambua dini bandia. Ndilo swala ambalo tutalizungumzia jioni hii ya kipekee. Mwaka 2023 mwezi wa 3 2023 March, mwanamume mmoja alitoka Nairobi akasafiri hadi Mombasa kuwatafuta sehemu ya familia yake ambayo ilikuwa imepotea, mke pamoja na watoto wake wawili. Ni baada ya kutafuta kwake ndipo serikali ilipogundua ya kwamba kumbe kumekuwa na dini ambayo imewapoteza watu ndani ya msitu kwa kipindi kirefu sana. Na serikali ikaweza kutambua ya kwamba kwenye msitu wa Shakahola kulikuwa na makaburi ambayo yalikuwa yamechimbwa katika ufupi, lakini pia kulikuwa na watu wengi ambao walikuwa wamepotea humo ndani, na 15 ambao walipatikana kwanza walikuwa wamedhoofika kwa sababu walikuwa wameambiwa wanapaswa kufunga na wapaswi kula wala kunywa, wanapaswa kupeana mali yao wakisubiri Yesu kukutana na yeye. Miongoni mwa watu ambao walipotea kwenye msitu wa Shakahola hakuna mtu aliyekuwa mwenda wazimu. Wote walikuwa na akili zao timamu tu. Wote walikuwa na maisha yao ya kawaida. Lakini swali ambalo huenda likakusumbua hata wewe, ni kipi ambacho kinaweza kumsukuma mtu atoke kwake nyumbani, aiache familia yake, aamini mwanadamu mmoja, huyo mwanadamu amshawishi ili kwamba apeane mali yake, huyo mwanadamu amshawishi ya kwamba asile kipindi chote cha maisha ambacho kimesalia, huyo mwanadamu amshawishi ya kwamba asipokula akipeana mali atakuwa anajiandaa kukutana na Yesu Kristo. Huenda unahisi kana kwamba huo ni wenda wazimu, lakini natamani nikwambie jioni hii ya kipekee, watu wengi ambao huwa wanajipata katika hali hii wako na kitu kimoja ambacho kinafanana. Watu wengi ambao huwa wanapotea, watu wengi ambao huwa wanakandamizwa na dini, mara nyingi huwa wana kitu kimoja. Hata kabla kutaja kitu kimoja, Shakahola sio jambo la ajabu peke yake hata hapa Kenya. Unajua Kenya ndio mahali kuna makanisa mengi sana, lakini pia makanisa haya yamejaa vituko ambavyo utashangaa kama watu kweli wana akili timamu wanapofanyiwa yale ambayo wanafanyiwa. Mara nyingine mimi katika pitapita zangu hukutana na video za makanisa na namna wanawake wanakanyagwa matumbo katika makanisa kwa kuombewa, namna watu wanarushwa chini katika makanisa kwa kuombewa, namna watu wanapoteza mali katika kanisa kwa kuombewa. Mke wangu aliwahi kuniambia kwamba pale kazini kwake kuna mwanamke ambaye analipwa shilingi 9,000 kwa mwezi, na huyo mwanamke alishawishiwa na mhubiri wake ya kwamba ili aweze kujibiwa maombi ya haraka
anapaswa kuhakikisha ametoa hela nyingi. Na kwao kanisani, ni kanisa maarufu sana na mhubiri maarufu sana Mombasa, singependa kumtaja jina, unamfahamu, ili kwamba mfikio kwa upesi italingana na kiwango cha fedha ambacho umekipeana. Yule mwanamke anayelipwa 9,000 kila mwezi alikuwa akipeana 7,000 kanisani, ili angalau aweze kusongea mbele kwenye foleni, aweze kushughulikiwa na mchungaji kwa upesi. Swali ni kipi kinachowafanya watu kuishi maisha kama haya? Ni kipi kinachofanya dini kutesa watu na ubandia umeshamiri zaidi ya kweli kuongoza? Jambo moja ambao kila mtu anayedanganywa yuko nalo ni kwamba akona kiu ya kweli. Akona kiu ya kweli. Kuna kitu ambacho wanakitafuta, lakini shida ni kwamba wanatafuta mahali pasipo sawa. Unajua, ukishika barabara mbaya utaishia mahali ambapo hukukusudia kufika. Kwa hivyo wengi wa watu ambao leo wanadanganywa, wapenzi, wanatafuta majibu. Wako na njaa na kiu ya haki, wako na njaa na kiu ya Ukristo wa kweli, na wakati mwingine wanaangukia katika mikono ya wahubiri ambao hawaongozwi na neno la Mwenyezi Mungu. Na kwa hiyo leo unapokuwa biasharani, pale sokoni, unapotufuatilia mtandaoni hapa, uliyepo hapa ukumbuni, natamani kupatia sifa 5 zitakazo kusaidia kutambua bandia. Sifa 5 zitakazo kusaidia kutambua bandia. Kabla kufika hapo, niruhusu nikwambie, mara yoyote kanisa linapoacha au kudharau Biblia, hilo kanisa linakosa nguvu ya kiroho. Kanisa lolote ambalo litaacha au lidharau Biblia, hiyo kanisa itakosa nguvu ya kiroho. Hilo kanisa litashindwa kufunua tabia ya Mungu ya upendo. Kama litaweka Biblia kando na idharau hiyo Biblia, bila shaka, sikiliza, watashindwa kufunua tabia ya Mungu ya upendo. Lakini pia hilo kanisa watu watahama, kwa sababu kinachowatunza watu katika imani ni neno la Mwenyezi Mungu. Kinachotuhifadhi katika kanisa ni neno la Mwenyezi Mungu, wapenzi. Kwa hivyo kanisa linapaswa liongozwe kwa neno la Mwenyezi Mungu, linapaswa kuadhimisha neno la Mwenyezi Mungu. Na kila mara kanisa linapoacha au kudharau Biblia, matokeo ni yale ambayo tuliyaona Shakahola. Matokeo ni yale ambayo tunaona kila Jumapili katika makanisa. Matokeo ya ajabu sana ambayo yanatokea katika swala zima la dini. Madhehebu bandia inakuwa kwa upesi kwa sababu watu wako mbioni kutafuta. Lakini sikiliza, vipimo 5 vya Biblia vya kukutofautishia kati ya kweli na bandia. Kipimo cha kwanza. Dhehebu bandia lina kiongozi mmoja anayekuwa kama Mungu wake. Natamani unisikilize kwa makini kabisa, msikilizaji wangu mpendwa, manake huenda baada ya mkutano huu ukajipata katika sehemu ambayo umeshabikia kitu kilicho bandia. Jambo la kwanza, dhehebu lililo bandia, sikiliza, liko na kiongozi mmoja ambao amechukuliwa kama Masihi, amechukuliwa kama Mungu. Akikohoa kila mtu anaruka, akizungumza kushoto kila mtu anaenda. Watu hawana nafasi ya kufikiria, ya kutumia mawazo yao. Yeye ndiye anakuwa kama ni remote control ya kila mtu. Dhehebu bandia. Kabla sijasoma fungu la Biblia katika swala la Shakahola, ndugu yetu Mackenzie, samahani, sio Mackenzie wa Heaven Targeters, ndugu yetu wa Mackenzie ndiye alikuwa ni kama Masihi. Huyu ni mzuri, huyu anapenda Biblia, anatumia neno la Mwenyezi Mungu, atakuongoza na akili zake, atakuongoza na neno la Mungu. Mwambieni Mackenzie amina. Kwa hiyo nazungumzia kuhusu Paul Mackenzie. Yeye alikuwa kama ndiye Mungu katika dhehebu lile.
Aliwashawishi wafunge na bila kuuliza maswali wakafunga. Aliwashawishi wapeane mali bila kuuliza maswali wakapeana. Wakapoteza uhai hata pasipo kuuliza. Na leo kwenye makanisa, wapenzi, wachungaji, maaskofu wamechukua sehemu ya Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu limewekwa kando, na nasema kwa machozi na masikitiko, watoto wa Mungu wamekandamizwa kwa sababu ya mtu kuchukua nafasi ya Mungu. Sikia kitabu cha Isaya kama Mungu asemavyo. Nitasoma kutokea hapa leo pia ili kwamba niokoe muda wangu. Isaya 45 mstari wa 22. Mungu anazungumza, anasema, niangalieni mimi. Huyo ni Mungu anazungumza, wapenzi. Niangalieni mimi mkaokolewe. Niangalieni mimi Mungu mkaokolewe, manake ukombozi unatoka kwangu tu. Kisha anasema, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeyote asichukue nafasi ya Mungu. Yeyote asichukue nafasi ya Masihi. Manake Mungu tunayemwabudu, sikiliza, ni mmoja. Damu yake haiwezi kukuokoa, huyo mchungaji. Damu yake haiwezi kusafi dhambi zako, huyo askofu. Kwa hivyo tegemeo lako linapaswa kuwa kwa Mungu anayesema ni yeye wala hapana mwingine. Sikiliza, usiruhusu mchungaji akufikirie. Sijui kama nimesema neno hilo sawa. Usimruhusu mchungaji afikirie kwa niaba yako. Usimruhusu askofu afikirie kwa niaba yako. Ndio maana kwenye mikutano hii tumekuwa tukiruhusu Biblia inene. Hatutaki maneno yangu Robinson, sitaki ufuate maneno ya mchungaji Fadhili au mchungaji Brian Hindman au mama Rose Misati. Hatutaki ufuate maneno yetu, tunataka ufuate neno la Mungu tu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna usalama katika kufuata neno la Mwenyezi Mungu. Sikiliza, kama wewe ni Mkristo anayelitegemea neno la askofu, anayelitegemea neno la mhubiri wako zaidi ya neno la Mwenyezi Mungu, uko katika mazingara hatari sana. Hata ndugu zangu ambao mmekaa hapa uwanjani, kama unategemea neno la mhubiri, kama unategemea neno la askofu zaidi ya neno la Mwenyezi Mungu, upo kwenye mazingara hatari sana. Manake sio kila jambo ambalo linanenwa katika kibweta kinaambatana na neno la Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine, na Mungu aturehemu sisi wahubiri, wakati mwingine tunaweza kucheza na maandiko kujinufaisha sisi wenyewe. Wakati mwingine tunaweza kucheza na maandiko kusongeza propaganda zetu sisi wenyewe. Ndio maana Yesu akasema, ole wenyu walimu, ole wenyu wahubiri, manake adhabu yenu itakuwa kali sana. It's a high calling to be a preacher, to be a teacher of the gospel. Ni mwito ambao unapaswa kuchukuliwa na uzito wa hali ya juu. Unapaswa kuazimia moyoni mwako, ninaposimama kunena, niruhusu neno la Mungu tu ndilo likate. Hilo likikata liko na uwezo. Hilo likikata linabadilisha. By the way, maneno yetu yanaweza kukusawishi kwa sekunde chache, kwa miezi michache, uwe na Ukristo wa msisimuko, lakini maneno yetu huwa yanapotea na kukosa nguvu. Kile ninachokijua, aliyeokolewa kupitia neno la Mungu, huyo huwa anabadilika kweli kweli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Neno likiruhusiwa linafanya kazi ambayo inapaswa kufanya. Lakini dini bandia wanamsimamisha mtu mmoja, anakuwa kama Mungu, naye anaaminika. Na halafu sikia hii, kisha kitu ambacho kinatokea kwa huyu mtu mmoja, huwa anapata nafasi ya kufanya ama uwezo wa kufanya ishara na miujiza. Huyu mmoja anayeaminika, actually sababu kubwa ambao waamini watamwamini, watamfuata, ni ishara na miujiza.
Hiyo itawafanya wamfuate kwa sababu wameona dalili. Mathayo 24 mstari wa 24, Yesu akanena akasema, Mathayo 24 mstari wa 24, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Ishara na miujiza ni chambo ya ibilisi mwovu Shetani. Ni mtego anaoweka kunasa watu, anatumia. Na ndiyo maana leo injili imependuliwa, badala ya neno la Mungu kutangulia mbele, ishara na miujiza inatangulia mbele. Unajua, injili inapaswa kuwa ajenda ya kwanza ya moyoni. Kisha Yesu anasema tunapoenda kuhubiri injili, ishara hizi zitaambatana na sisi. Yaani ishara inasindikiza injili, si injili isindikize ishara. Lakini leo miujiza imepatiwa kipaumbele, manake watu wanajua hawana ushahidi wa neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo lazima tutafute njia ya kuwapata watu. Tutatumia nini? Tutatumia ishara na miujiza kuwanasa wanapokuja, kwa sababu wameona ishara na miujiza. Tunaweza kuwapoteza kupitia neno la Mungu ambalo hawalisomi, hawalielewi. Sasa kwa hivyo viongozi kwenye dini hizi bandia, chambo yao kubwa, sikia, ni miujiza. Tahadhari sana kama kiongozi wa dini atatumia ishara lakini akupotoe nje ya Biblia. Usimsikilize, usimfuate, ni hatari kufanya hivyo. Ndio maana Methali 16:25 Biblia inasema, Methali 16:25, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Anaweza kuonekana kiongozi mzuri, anapanga Kiswahili au Kizungu vizuri, anatumia Biblia, unafikiri ni ustadi mzuri, lakini huenda anayepotoa. Isitoshe, anafanya ishara na miujiza mikubwa. Sikiliza, kipimo cha dini bandia ya kwanza ni mtu mmoja, kiongozi anayepewa nafasi kama ya Mungu, anasikilizwa hata kushinda Biblia. Tumesikia Wakristo wakisema, mhubiri wangu amesema, mchungaji wangu amesema, wacha nikamuulize askofu, wacha nikamuulize paroko, wacha nikamuulize kiongozi. Yaani kiongozi asiposema, mtu hawezi kupiga hatua hata kama neno la Mungu limesema. Na kuna watu ambao wanasema, mimi niko sincere. You can be lost sincerely. Nasema mimi niko sincere, ninafuata tu kwa sababu sijui. Unyofu wa moyo hautoshi. Bado mtu anaweza kupotea akiwa na unyofu wa moyo. Sikiliza jioni hii ya kipekee, hakuna mbadala wa Yesu Kristo. Wengine wote ni bandia tu. Hakuna mbadala wa Yesu Kristo, wengine wote ni bandia tu. Ndio maana Matendo ya Mitume 4 mstari wa 12 Biblia inasema hivi, Matendo ya Mitume 4:12, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Yule ambaye anaweza kututosheleza, yule ambaye yuna wokovu ndani yake, yule ambaye tunaweza kujitegemeza kwake ni Yesu tu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni Yesu tu. Yule Yesu aliyezaliwa kwa namna ya ajabu, yule Yesu aliyezaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu, yule Yesu aliyekuzwa katika nyumba ya seremala, yule Yesu ambaye alitumia mikate 5 na samaki 2 kulisha watu 5,000, yule Yesu ambao viwete na vilema walitembea, yule Yesu ambaye masikio ya viziwi ilisibuliwa, macho ya vipofu iliona, yule Yesu ambaye alilala kwenye kaburi lililoombwa, yule Yesu ambaye kwa kupigwa kwake tumepona. Yuko mmoja tu anayeweza kutosheleza, wengine wote ni bandia. Kwa hivyo dini bandia
inamsimamisha mtu badala ya Yesu Kristo. Dini bandia inampatia kiongozi achukue nafasi ya Mwenyezi Mungu. Narejelea kwa msisitizo, usalama wetu ni kumtegemea Yesu tu kwa kupitia neno lake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipengele cha pili. Dini bandia hutoa mafundisho ya kibinadamu badala ya neno la Mungu. Dini bandia hutoa mafundisho ya kibinadamu badala ya neno la Mwenyezi Mungu. Wameiweka Biblia kando, haiwaongozi, haiwatawali, na kama wanaitumia Okay. Asante Mackenzie. Asante. Tutaendelea. Nasema kipengele cha pili. Dini bandia wanaeka chini neno la Mwenyezi Mungu na wanaongozwa na matamanio na neno la mwanadamu. Na nikasema kama kiongozi wa neno la dini bandia, samahani, hata akichagua kutumia Biblia anaitumia kwa kuipotoa. Watu hawajengwi ili kwamba waweze kuelewa neno la Mwenyezi Mungu. Wanaingia katika majumba ya ibada baada ya fujo, baada ya kelele, akili imechoshwa na kelele. Baadaye sasa, kwa sababu wamekuwa, kizungu inasema hypnotized, yani hawafikirii vizuri. Amefanya miujiza, watu wameanguka chini, akisimama na Biblia sasa anafanya kama atakavyo yeye, anafanya kama anavyohisi yeye. Watu wanatoka kanisani wakiwa njaa kabisa. Anaweza kuamua kuchukua kifungu kimoja cha Biblia na akaamua kupotezea muda huko pasipo kulilisha kundi ambalo Bwana amempatia. Akichukua kwa mfano Yohana sura ya 5, yule mtu aliyekuwa amelala katikati kando ya birika kwa miaka 38, anasoma fungu lenye nguvu kabisa. Kisha anasema, baada ya kusoma, si Yesu alikuja akamwambia yule bwana, beba godoro lako na uende. Sasa mchungaji anakomaa hapo, anakwambia, wewe uko na ugonjwa, hata wewe utabeba godoro lako. Wewe uko na uchawi, hata wewe utabeba godoro lako. Wewe uko na nini, hata wewe unabeba godoro lako. Inakuwa ni godoro. Ibada nzima watu wanaondoka pasipo kujazwa na kuelekezwa kwa neno la Mungu kama lilivyo katika umakini na kama lilivyo katika neno lake ambalo Mungu ameliandika. Yohana 17:17 inasema, watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kitakacho tutakasa usalama wetu ni kulitegemea neno la Mungu tu, neno la Mungu peke yake. Na Yohana 8:32 tena anakuambia, tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kweli inaweka watu huru. Neno la Mungu linawaweka watu huru, inawaondoa katika tamaduni za kishamba, inaondoa katika tamaduni za kipumbavu, inawaondoa katika mnyororo ambao shetani amewafunga. Kweli inawaweka watu huru. Kwa hivyo, msikilizaji mpenzi, kiongozi wa dini anapoipoteza Injili, anapoacha kanuni za Biblia, anapopuuzia sheria ya Mungu, chukua hatari, chukua tahadhari, kwa sababu hayo ni mazingira yasiyo sawa. Manake dini bandia huishusha Biblia chini. Kipengele cha 3. Dini bandia hucheza na akili za watu kiwerevu, wanalazimisha washiriki wao. Dini bandia
hucheza na akili za watu kiwerevu. Wanalazimisha washiriki kuwatii, kufuata neno lao. Hawapeani uhuru wa uchaguzi, hapana, wanatumia nguvu. Unajua Mungu serikali yake si ya kulazimisha. Mungu serikali yake inapeana uhuru wa uchaguzi. Na nilikwambia hapa, mtu akikupatia uhuru wa uchaguzi na uhuru huo hauhusishi kufanya uchaguzi mbaya, hajakupatia uhuru wa uchaguzi. Uhuru wa uchaguzi unahusisha ruhusa ya kufanya uchaguzi mbaya. That is freedom of choice. Lakini dini bandia haipati watu nafasi ya kuexercise freedom of choice. Dini bandia inashurutisha watu, labda kwa kutumia uoga, labda kwa kutumia kulazimisha, labda kwa kutumia ujanja, ili watu waweze kufuata kile ambacho kiongozi anasema. Dini bandia. Washiriki wanafanywa kuamini ya kwamba ni mhubiri tu ama mchungaji ambaye anaweza kuongea na Mungu, na kupitia kwake tu ndiko mawasiliano yanaweza kufika. Washiriki wanaaminisha kwamba ni mchungaji tu ambaye maombi yake yanasikika mbinguni. Mshiriki wa kawaida hawezi kuomba na akajibiwa. Washiriki wanafundishwa ya kwamba lazima kila wakitakacho kwa Mungu wapitie kwa huyu kiongozi wa dini, njia za uwerevu na za ujanja, kuwapoteza watu na kuwaingiza katika utiifu ulio bandia. Mungu hatumii lazima. Lazima sio serikali ya Mwenyezi Mungu. Yeye anapeana bure, anapeana bure, na anavuta watu kwa njia kwamba ili kwamba uweze kufanya uchaguzi wako binafsi. Isaya 1:18 nasema haya, njooni basi tusemezane, asema Bwana Mungu. Anasema come let us reason together. Mungu hashurutishi, anakuonyesha neno lake, anakupatia direction ya kufuata, anakuacha na uchaguzi wako binafsi. Mungu hashurutishi, Mungu halazimishi. Lakini dini bandia zinalazimisha watu katika hiyo. Kipengele cha 4 hiki nacho nimekitaja ndani ya cha kwanza, lakini ruhusu nikitaje hapa ndani. Dini bandia hudai kufanya miujiza. Dini bandia hudai kufanya miujiza. Nafikiri hiyo nimetilia mkazo, lakini ruhusu nisome Ufunuo 16 mstari wa 14. Inasema, hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Usiamini kwamba kila muujiza unatokana na uweza wa Mwenyezi Mungu. Nilisikia kisa fulani kikisemwa. Mhubiri fulani alitembelea kijiji fulani. Alipokitembelea, kulikuwa na mama ambaye alikuwa amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu sana. Wachungaji wake na wazee wa kanisa walikuwa wamemwombea, lakini hakuwa amepona. Huyo mama alikuwa ni Mwadventista. Baada ya kutembelewa kwenye kijiji chao na huyu mhubiri, yule mhubiri akawa anaalika watu waje kwa sababu ya maombi ya uponyaji. Yule mama, kwa sababu alitaka ruhusa ya kiongozi wake, akaenda kwa mchungaji wake kanisani alipokuwa akishiriki, akamwambia, nimekuwa na ugonjwa kwa muda mrefu na nimeombewa hapa kanisani na sijapona. Amekuja mhubiri fulani katika mtaa wetu na ametualika kwa maombi. Akamuuliza mchungaji, je, niende? Mchungaji akamwambia, hasha, usiende. Yule mama, kwa sababu alikuwa desperate kuponywa, akaenda, akaombewa, akapona. Baada ya kupona, mkutano ule uliisha wa yule mhubiri. Mhubiri kafunga safari, karejea mahali ambapo alikuwa ametoka. Lakini baada ya kama miezi 2-3 hivi, yule mama akarejea kwa mchungaji wake tena. Akamwambia, pastor, nilikuja kukuuliza ushauri kama niende kuombewa ama nisiende, na ukaniambia nisiende. Ila nilienda nikaombewa pastor na nikapona. Ila tatizo ni hili, tangu niombewe na nipone,
nimepoteza hamu ya kusoma Biblia, nimepoteza hamu ya kuomba, nimepoteza hamu ya kukuja kanisani. Pastor, naomba uniombee. Sasa pastor akamwambia, nitakuombea, lakini usisangae kwamba nikikuombea ugonjwa utarudi. Akasema, pastor, niombee. Pastor akamwombea, hamu ya kusoma Biblia ikarudi, hamu ya kuomba ikarudi, hamu ya kuhudhuria kanisani ikarudi. Niambia kitu cha nne ambacho kilirudi pia, ugonjwa. Ugonjwa pia ukarudi. Shetani hapeani lifti za bure. Hapana. Anataka uwe mfungo wake milele kabisa. Utakuja ili kwamba ainusuru afya, lakini atakisha kwamba amevamia huko kwa pepo lengine la ulevi, so that you become a constant customer. Hataki kukuachilia, hana uhuru wa kweli. Sikiliza, tahadhari kushabikia kila muujiza. Tahadhari kushabikia kila mhubiri anayeomba na kuombea watu. Tahadhari, kwa sababu sio kila nguvu inatoka mbinguni. Shetani, nilikwambia, shetani ni kiumbe chenye uweza zaidi mbinguni na duniani baada ya Mungu. Anaweza kufanya ishara na miujiza. Nguvu inayoweza kumshughulikia kikamilifu ni nguvu ya Yesu tu peke yake. Kipengele cha mwisho, dini bandia hukataa nafsi. Sijui kama hiyo itaeleweka Kiswahili, wacha niseme Kizungu. Yaani kitu kinaitwa individuality. Yaani dini bandia inataka watu wote wafanane. Dini bandia inataka watu wote wafanane. Ukiona dini ambayo haipeani nafasi ya individuality, mtu kujichagulia kama atakavyo, bila shaka akiongozwa na neno la Mwenyezi Mungu, hiyo dini iko na mashaka mahali. Biblia iko na maelekezo ya namna watu wanapaswa kuvaa, lakini Biblia haijashauri ya kwamba kila mtu avae kufanana. Kuna vidokezo katika Biblia sawa, kwamba hivi wanawake wajivae kwa kujistiri sawa, na wanaume pia wavae sawa, lakini Biblia haijasema kwamba ni sharti kila mtu avae kitu kimoja. Dini bandia inakataa individuality, inakataa. Yesu ametuumba na utofauti. Ametuumba kila mtu akiwa kivyake. Ametuumba kila mtu na sifa, na it's beautiful kwamba Yesu ametuumba na utofauti huo ili tu blend, tusaidiane, tukuzane. Mimi siwezi kuwa Wairimu hawezi kuwa mimi, mchungaji Fadhili hawezi kuwa mimi, siwezi kuwa mchungaji Fadhili. Manake Mungu ametupatia kitu kinaitwa individuality. Kila mtu, kuna kitu anaweza kufanya mie siwezi kukifanya, kuna kitu yeye hawezi kufanya mimi naweza kufanya, na huo utofauti ni muhimu sana. Lakini dini bandia inalazimu watu wote wafanane. Hata angalia, hata katika uumbaji, Mungu ameumba vitu tofauti. Ameumba waridi, ameumba jasmine, ameumba lili. Yote ni maua, lakini rangi tofauti, harufu tofauti. Mungu ameumba hivyo. Ameumba nyangumi, ameumba pweza, ameumba changu, ameumba una. Wote ni samaki, lakini wako tofauti wote kimaumbile. Kwa hivyo Mungu ameweka individuality kwa makusudi yake. Mungu anapenda tukiwa tofauti. Ndio maana Ufunuo 22:17 Biblia inasema, na roho na bibi harusi asema njoo, naye asikiaye na aseme njoo. It is an individual invitation. Anaitwa mtu binafsi, anasema na mwenye kiu na aje, na yeye atakaye aje ayatwae maji ya uzima
bure, individuality. Lakini dini bandia inataka watu wote wafanane at the same time. Sivyo wapenzi, tutatumia maelekezo ya Biblia, lakini tuna utofauti wetu katika kuyatumia hayo maelekezo ya Biblia. Mmoja atatamani kuvaa suti, mwingine atatamani kuvaa suruali na shati. Ili mradi tumejistiri, lazima tujue dini ya Biblia hailazimishi watu wote kufanana kwa kipindi kimoja. Hivyo ndivyo ilivyo. Hivyo ndivyo ilivyo wapenzi. Jioni hii Bwana ametupatia vidokezo 5 vya kutambua dini iliyobandia. Lakini ruhusa kusema hivi, unakuwa katika uwezekano mkubwa wa kudanganywa na dini bandia ikiwa, jambo la kwanza, unamtegemea mamlaka ya kibinadamu badala ya Mungu. Jambo la pili, ikiwa unakubali mafundisho ya mapokeo badala ya neno la Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu, unaduazwa, unasangazwa na miujiza ya kustaajabisha. Na jambo la mwisho, ikiwa unashindwa kuishi kulingana na kile unachokiamini, upo katika mazingira hatari ya kuingia katika dini iliyo bandia. Jioni hii ninapomaliza, natamani wapatie wito pekee wa Yesu Kristo, Yesu wa Kalvari aliyetufia na kutukomboa, Yesu ambaye kwa yeye tu tuna uzima wa milele, Yesu ambaye kwa yeye tu amepigwa nasi tumepona, Yesu ambaye kwa yeye tu anasema, njooni kwangu enyi nyote mlaolemewa na kusumbukiwa na mizigo mizito ya dhambi, nami nitawapumzisha. Ninakusihi mama, ninakusihi baba, ondoa macho yako kwa mwanadamu na uyaelekeze kwa mwana wa Adamu. Ondoa macho yako kwa kiongozi wa kanisa na uyaelekeze kwa mchungaji mwema. Ondoa macho yako hapa chini kwa tamaduni, uyaelekeze kwa neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Mungu na atubariki. Je, ni ombi lako jioni hii kwamba Bwana kwa msaada na neema yake akuwezeshe, ili kwamba umtegemee yeye na neno lake tu. Viongozi wa dini bandia wasiwe sehemu ya maisha yako. Umsikilize yeye tu na sauti yake. Kama ndilo ombi lako, kama lilivyo langu, na usimame tunapoomba sasa. Sema, Bwana, kwa neema yako nisaidie ili kwamba niweze kuongozwa kwa hili. Kwa nini tusimbe wimbo huo wote sasa, alafu tuombe? Nipe Biblia, neno takatifu, kisha tutaomba. Asante kwa sababu ya kucheza na kuleta katika mawazo yangu. Tutawimba na nguvu na mamlaka kama wale ambao wanataka kuongozwa na Biblia tu. Tuongoze. Nipe Biblia, nyota ya furaha, wapate nuru wasafirio. Hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia, nihuzunikapo, ikinijaza moyoni kami. Nipe neno zuri la Bwana.
njia ya kweli. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia, taa ya maisha, mfariji tunapofiliwa. Unionyeshe taa ya mbinguni, nione utukufu wa Bwana. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo hata mwisho vitaendelea. Ameni. Bwana Yesu asifiwe. Tumwambie kila mhubiri asimamapo, nipe Biblia. Tuombe. Baba na Mungu wetu, asante kwa sababu ya maelekezo yaliyotoka katika neno lako. Na jioni hii kauli ya mioyo yetu inasema ya kwamba tupewe Biblia tu, neno takatifu. Tupewe Biblia tu, mfariji tunapofiliwa. Tupewe Biblia tu inayoongoza nuru katika giza ya dini bandia katika ulimwengu huu. Bwana, inua mioyo yetu kupenda neno lako zaidi ya neno la wanadamu. Inua mioyo yetu kupenda neno lako wapenzi, zaidi ya tamaduni ambayo tumepokezwa Bwana. Kila mmoja aliyesikia ujumbe huu mchana huu wa kipekee Bwana, ninakusihi kauli ya mioyo yetu ibaki kuwa nipe Biblia. Neno lako likatawale sasa na hata milele katika vipindi ambavyo vimesalia. Ndivyo tuombavyo kwa imani kwa Yesu, na kila mmoja aseme amina. Amen. Asante. Bwana na wabariki. Karibuni tena kwenye vipindi ambavyo vimesalia. Anakuja tunapowakaribisha Heaven Targeters. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu 161. Anakuja upesi 159. Anakuja. Asante sana, Heaven's Targeters. Asante sana.
Mungu awabariki. Mungu ni mwema. Amen. Amen. I want to appreciate our choirs today. Nataka nishukuru kwa sababu ya waimbaji leo. They have sang and it has sounded beautiful. Wameimba na nyimbo zilikuwa za kubariki sana. I especially want to appreciate Nataka nipongeze haswa the Nyabine choir. Kwaya hii ambayo Nyabine, kwaya ya Nyabine. Nyabine, who came here from far away ambao walikuja hapa kutoka mbali to sing for us today. ili kwamba waje wamtukuze Mungu hapa leo. Asante sana sana. Amen. Amen. Did you know Je, unajua that today is market day? kwamba leo ni siku ya soko? Today is market day in the Bible. Leo ni siku ya soko kwenye Biblia. Proverbs chapter 23 verse 23. Kitabu cha Methali 23 mstari wa 23. The Bible says, Biblia inasema, buy the truth inunua kweli and sell it not. wala usiuze. Amen. What are we to buy? Tunapaswa kununua nini? Truth. Kweli. And do not sell it. Wala hatufai kuiuza. Now the question might come up, swali ambalo linaweza kuibuka, how much does truth cost? Kweli ina bei gani haswa? Can you afford it? Je, unaweza kuweza bei ya kweli? Can I afford it? Je, ninaweza bei ya kweli? The Bible has the answer. Biblia iko na jibu lake. Isaiah 55 verse 1. Isaya 55 mstari wa kwanza. The invitation is given by God. Kuna mwaliko ambao unapeanwa na Mungu to buy truth ili tuweze kuinunua kweli without money, bila pesa, and without price. bila bei. It does not cost physical money. Haihitaji pesa za kawaida. Rich people can afford it. Wale ambao ni matajiri wanaweza kuinunua. Poor people can afford it. Walio maskini wanaweza kuinunua. Everyone can afford it. Kila mtu anaweza kuinunua. It is a gift from God. Ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. To those who ask and accept it. Kwa wale wanaoiomba na kuikubali. Amen. Amina. 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 Truth is what we must buy today. Kweli ndio tunapaswa kununua leo. We are living in a world full of darkness and error. Tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa na giza na madanganyo. God calls us to stand. Mungu anatuita ili kwamba tuweze kusimama on the platform of truth. Juu ya kweli. Our subject tonight. Swala letu la kuzungumzia leo. The mystery of death. Ajabu katika kifo. I repeat. Narejelea. The mystery of death. Ajabu katika kifo. This is one of Satan's greatest deceptions. Huu ni mojawapo wa madanganyo makubwa ya ibilisi mwovu shetani. And it goes all the way back to the beginning. Na inarejea mwanzo kabisa. And it will have special prominence. Alafu tena itakuwa na muonekano mkubwa at the very end of time. Mwisho wa siku. I want to tell you a story first. Nataka niwaambie kisa kwanza. In the United States of America, katika nchi ya Marekani, some 20 years ago, miaka kama 20 iliyopita, there was a young boy, kulikuwa na kijana mdogo who was in a car accident. Ambao alikuwa katika ajali ya barabarani. He was seriously injured. Aliweza kuumia sana. He was maybe 5 years old. Alikuwa kama umri wa miaka 5 hivi. And he was taken to the hospital. Na alipelekwa hospitalini. While in the hospital, alipokuwa hospitalini, he went into a coma. Aliweza kuzirai for 2 months. Kwa miezi 2. They thought he was not going to live. Walifikiria kwamba hatawahi kuishi tena. After 2 months, baada ya miezi 2, he came out of the coma. Alitoka katika kuzirai kwake and claimed to have died. Na akadai ya kwamba alikuwa amekufa. And went to heaven. Na kaenda mbinguni. He claimed that when he died, alidai ya kwamba alipokufa, he met the angels in heaven. Alikutana na malaika mbinguni. He met Jesus in heaven. Akakutana na Yesu mbinguni. He saw many amazing things in heaven. Akaona nyuso za ajabu mbinguni. They wrote a book about his story. Wakaandika kitabu kuhusu kisa chake. In 2010, mwaka 2010. In the United States, katika nchi ya Marekani, it sold over 10 million copies. Imeuzwa zaidi ya nakala 10,000 ya kitabu hicho. This young boy, kijana huyu mdogo, admitted sometime later, aliweza kukiri baadaye that he made up the whole story. Kama lilikuwa ni kisa cha kutungwa tu. He said, I did not really die. Anasema sikufa kwa kweli.
I did not really go to heaven. Sikuenda mbinguni kwa kweli. I made up everything. Nilitunga na kubuni kila kitu just to get attention. Ili niweze kupata mawazo ya watu. We must be careful. Lazima tutahadhari that we are not deceived. Ili tusiweze kupotezwa by what people say. Na kile ambacho watu wanakisema. By what people claim. Watu ambao wanadai. If it contradicts the Bible. Kama kinapinzana na Biblia. So let's study tonight. Leo tujifunze. And see what the Bible says. Tuangalie Biblia inasema nini haswa. About this important topic. Kuhusu swala hili muhimu sana. Genesis chapter 1. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. We're going to ask the question. Tutauliza swali. Where did you and I come from? Tulitoka wapi haswa? Genesis 1 verses 26 and 27. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na mstari wa 27. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. We were created tuliumbwa by God na Mungu in his very image. Kwa mfano wake aswa. Not just the external image, si tu mfanano wa nje, the outward appearance, katika kuonekana kwa nje, but also the inward image, lakini pia ndani, the inward character, mfano na tabia ndani, of what God is like. Ambao Mungu anafanana. God has blessed us. Mungu ametubariki. The human race, wanadamu wote, is a new and distinct order of creation. Ni umbile la ajabu tena jipya katika ulimwengu huu. After our creation, baada ya uumbaji wetu, God gave some special instructions. Mungu alipeana maagizo specially to Adam and Eve, akawapatia Adamu na Hawa, the first two human beings. Wanadamu wa kwanza wawili. Let's read those instructions. Hebu tusikilize maagizo hayo. Genesis chapter 2, kitabu cha Mwanzo sura ya 2, verses 16 and 17. mstari wake wa 16 na mstari wa 17. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. I want you to notice. Nataka ili kwamba uweze kutambua, God gave the human race, Mungu aliwapatia wanadamu, a simple test. Jaribu dogo tu. Not to eat from the tree, wasile kutoka kwenye mti that was in the middle of the garden, uliokuwa katikati ya bustani. And he said if they did, na alisema kama wangelikula, they would surely die. Wangekufa hakika. These are God's words. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu. He wanted to test their loyalty. Alitaka kujaribu uaminifu wao. Would they listen to what he said? Kama angesikiliza kile ambacho Mungu amesema, or would they disobey? Ama wangekosa kutii. Now let's notice, tazame ya kwamba a different message, kuna ujumbe tofauti given by the serpent, ambao shetani anaopeana in Genesis chapter 3, katika Mwanzo sura ya 3, verses 1 through 4. mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, You shall not surely die. Do you see there's two different messages? Je, unaona jumbe hizi mbili tofauti? God said if you eat the tree, Mungu alisema mkila katika mti huo, you will die. Mtakufa. The serpent said, nyoka akasema, if you eat from the tree, mkila kutoka katika mti, you will not die. Hamtakufa. This was the first lie huu ndio ulikuwa uongo wa kwanza that was told to the human race, ambao wanadamu waliwahi kuambiwa, and it has been continued na imeendelezwa even to today mpaka leo by those who do not read the Bible carefully. na wale ambao hawasomi Biblia kwa umakini. I don't want you to be deceived. Sitaki udanganywe. Let's continue reading and studying. Tuendelee kusoma na kujifunza pamoja.
The Bible says in John 8:44, Biblia inasema kitabu cha Yohana the devil 8:44, is a liar Shetani ni mwongo and the father of na lies, ni baba wa uongo, the source of lies, ndiye chimbuko la uongo, the originator of lies. yeye ndiye mwasisi wa uongo. And this is the first Na lie huu ndio uongo wa kwanza told to the human race. ambao wanadamu waliwahi kuambiwa, You will not die hamtakufa hakika if you disobey God. si mkikosa kumtii Mungu. Who is right, God or Ni Satan? nani yupo sawa, ni Mungu au ni Shetani? Let's read some more. Tusome tena zaidi. How was man created in the beginning? Mwanadamu aliumbwa vipi pale mwanzo? Genesis chapter 2 and verse 7. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wake ni wa 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils of the breath of life, and man became a living soul. What this verse tells us, Fungu linatuambia kwamba there are two important parts kulikuwa vipande viwili muhimu to our existence. ili tuweze kuwepo. We were created from the dust of the ground, Tuliumba kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, and then God breathed life kisha Mungu akapulizia uzima into the man. ndani ya mwanadamu. Two important parts. Vitu viwili muhimu sana: The dust of the ground mavumbi ya ardhi and the breath of life. na pumzi ya uhai. Is that clear? Je, hilo lipo sawa? Yes. And then the Bible says Kisha Biblia inasema kwamba that man became a living soul. kwamba mwanadamu akawa nafsi iliyo hai. It does not say God gave him a soul. Biblia inasema kwamba Mungu alimpatia mwanadamu nafsi. It says he became a soul. Inasema akawa nafsi. Those two elements together, Vitu hivyo viwili pamoja, the breath of life pumzi ya uhai and the dust of the na ground, mavumbi ya ardhi, that is a living soul. hiyo ndiyo nafsi iliyo hai. You are a living soul. Wewe ni nafsi iliyo hai. You do not have a soul. Hauna nafsi iliyo hai ndani You yako. are a soul. Wewe ni nafsi iliyo hai. This must be clear. Lazima hili lieleweke vizuri. Let's continue. Tuendelee. So, what happens when a person dies? Ni kipi haswa kinafanyika mtu anapokufa? Let's read Ecclesiastes chapter 12 Mhubiri sura ya 12 and verse 7. mstari wake ni wa 7. We're going to find Tunaenda kupata ya kwamba kwamba kifo is really the reverse ni kinyume of creation. cha uumbaji. Listen to Ecclesiastes 12 verse 7. Sikiliza kitabu cha Mhubiri 12 mstari wake wa 7. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Do you see that death is the reverse of creation? Je, unaona kwamba kifo ni kinyume cha uumbaji? When a person dies, Mtu anapokufa, the gift or breath of life zawadi ya pumzi ya uhai returns back to God, inarejea kwa Mwenyezi Mungu, and the body returns to the na ground, mwili unarejea katika mavumbi, the dust of the earth, katika mavumbi ya ardhi, and the soul ceases to exist. na nafsi haiwepo tena. The breath of life Pumzi ya uhai does not think or act by itself. haifikiri wala kutenda kivyake. It is only the power to live. Ndio uweza wa kuishi. The breath of life Pumzi ya uhai is the power of life. ndio uweza wa uzima. Only God can give life. Mungu tu ndiye anaweza kupeana uzima. He is the source of life. Yeye ndiye chimbuko la uzima. So after a person dies, Mtu anapokufa, the body is returned to the earth, mwili wake unarejea katika mavumbi ya ardhi, and the spirit of life returns to na God, pumzi ya uhai inarejea kwa Mwenyezi Mungu, who is the source of all life. ambao ndiye chimbuko ya uzima na uhai wote. Let's be very clear. Tuwe wazi kabisa. Who is the only being in the universe that possesses immortality? Ni nani katika ulimwengu mzima ambao ako na hali ya kutokufa? 1 Timothy chapter 6 Timotheo wa kwanza sura ya 6 verses 15 and 16 mstari wa 15 na mstari wa 16 makes this very clear. inaiweka hii kwa wazi kabisa. Timotheo, Bible says, who only at immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Did you hear that verse? je, ulisikia fungu hilo?
speaking of God, inazungumza kumhusu Mungu. it says, Inasema who only has immortality. ambaye yeye tu ana hali ya kutokufa. Only God has immortal Ni being. Mungu peke yake ambaye hawezi kufa. He will give that to you and I Atatupatia hilo as part of the gift of salvation. kama sehemu ya zawadi ya ukombozi, But we do not possess it inherently. lakini saizi hatuko nayo kama katika asili yetu aswa. The Bible says, Biblia inasema from everlasting kutokea zamani to everlasting, hadi zamani thou art God. wewe ni Mungu. He alone possesses Yeye mwenyewe tu eternal life ana hali ya kutokufa na na uzima wa in milele his own person. katika hali yake yeye mwenyewe. Now, there is an error today Kuna uongo leo that says ambayo inasema that you have kwamba wewe an immortal soul. uko na hali ya kutokufa, manafsi But what does the isiyokufa. Bible say? Lakini Biblia inafunza nini? Let's read Ezekiel chapter 18 Tutasoma Ezekieli 18 and verse 4 mstari wake ni wa 4 and find out na tuweze kutambua ya kwamba what does the Bible say. Biblia inasema nini haswa. Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. The soul that sinneth, it shall keep on living? Hapana. Je, nafsi ambayo tena dhambi itaweza kuishi? No. Hapana. How many have sinned? Wangapi wamefanya dhambi? All have sinned Wote wamefanya dhambi and come short na wamepungukiwa of the glory of God. na utukufu wa Mungu. Romans 3:23. Kitabu cha Warumi So 3:23. the Bible says, Kwa Biblia inasema the soul that sins, nafsi itendayo it dhambi shall die, itakufa, not continue living haitaendelea in kuishi some different area, katika sehemu zingine a tofauti, different place, katika mahali pengine a tofauti, different form, katika hali nyingine tofauti, but shall die. lakini itakufa. That means has no life. Ina maana ya kwamba haina uhai au No life. uzima, haina uzima. One of the most prominent kings in Israel Mmoja wa wafalme watambulika katika Israeli was King David. alikuwa ni mfalme Daudi. If anyone would have gone to heaven when they died, Kama kuna mtu ambao angeenda mbinguni baada ya kufa, we would expect David to do so. tungetarajia Daudi afanye hivyo. But what does the Bible say Lakini Biblia inafunza nini? in Acts chapter 2, Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 verse 29 mstari wa 29 and 34? na mstari wa 34. Did King David go to heaven when he Je, died? Daudi alienda mbinguni alipokufa? Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day. 34. For David is not ascended into the heavens, but he said himself, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand. The Bible plainly says Biblia inasema kwa wazi, David died Daudi and alikufa was buried, na akazikwa and he did not ascend to heaven. na kupaa kwenda mbinguni. He is not in heaven now, Hayuko mbinguni sasa hivi, but buried in a grave. lakini amezikwa kwenye kaburi. Continuing, Ukiendelea, when a righteous person dies, mtakatifu anapokufa, do they praise God? je, wanamsifu Mungu? Psalm 115 Kitabu cha Zaburi and 115 verse 17. mstari wake wa 17. Let's find what the Bible says, Tutambue Biblia inasema nini, because if a righteous person dies, kwamba mtakatifu anapokufa you would expect them to praise God. utatarajia aende kumsifu Mungu. But what does it say? Biblia inasemaje? The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. The dead Waliokufa do not praise the Lord, hawamsifu Mungu, neither any that go down to silence. wala wote wanaoshuka penye kimya. Why? Kwa nini? Because they are not alive. Kwa sababu hawana uhai, They are not thinking. hawafikiri, They are not breathing. hawapumui, They do not exist. hawapo kabisa. The Bible is plain. Biblia ipo wazi. How did Jesus explain death? Je, Yesu alielezea vipi kifo? This is an important question. Hili ni swali la maana sana. Jesus certainly would understand death. Yesu angelielewa kifo. He is God. Yeye ni Mungu. In the story of Lazarus, Katika kisa cha Lazaro, let's notice some key points. tuangalie vipengele muhimu sana. John chapter 11, Kitabu cha Yohana sura ya and 11, we'll read verses 11 through 14. tuangalia mstari wa 11 hadi 14. These things said he,
And after that he said unto them, Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. Howbeit Jesus spake of his death, but they thought that he had spoken of taking of sleep, of rest in sleep. Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. What did Jesus first say to his disciples? Yesu alisema nini kwa wanafunzi wake kwanza? Lazarus is sleeping. Lazaro amelala. He compared death to a sleep. Alilinganisha kifo na usingizi. I think because we understand that. Kwa sababu sisi tunaelewa hilo. When we go to sleep at night, tunapoenda kulala usiku, and wake up in the morning, tunapoamka asubuhi, we don't sense passing time. Hatuwezi kuhisi muda ambao umepita. And yet we know time passes. Lakini tunajua kwamba muda unapita. We're not awake. Hatujaamka. We're not aware. Wala hatufahamu. We're not thinking. Hatufikiri. We're just sleeping. Tunalala tu. This is how Jesus describes death. Hivi ndivyo Yesu anavyoelezea kifo. It is not painful. Si uchungu. It is just a quiet sleep. Ni usingizi tu ulionyamaza. Now what did Jesus say? Ni Yesu alisema nini? To Lazarus' sister. Kwa dada yake Lazaro. In John 11 verse 23. Kitabu cha Yohana 11 mstari wa 23. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. So Jesus says, Yesu anasema that Lazarus would rise again, kwamba Lazaro atafufuka tena sometime in the future. Baadaye siku za usoni. Was Lazarus dead? Je, Lazaro alikuwa amekufa? Yes. Ndio. Yes. Jesus said in verse 14, anasema mstari wa 14, Lazarus is dead. Lazaro amekufa. But he speaks of his resurrection, lakini anazungumza kuhusu ufufuo wake as in the future. Kama swala la usoni. Now, sasa did Lazarus' sister believe that Lazarus was in heaven? Je, dadake Lazaro aliamini kwamba Lazaro yuko mbinguni? Let's read verse 24. Tuangalie mstari wa 24. Mother said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Oh, did you catch that? Je, umesikia hiyo? At the resurrection when? Katika ufufuo lini? At the last day. Siku ya mwisho. The last day when Jesus comes. Siku ya mwisho Yesu atakapokuja. Which was far in the future. Ambayo ilikuwa katika siku za usoni mbele. Their time. Kutokea wakati wao. But not the moment he died. Lakini si muda ambao aliweza kufariki. The resurrection in the last day. Ufufuo wa siku ya mwisho. Lazarus' sister, dadake Lazaro, correctly understood. Alielewa vizuri kabisa. Lazarus was sleeping in the grave. Lazaro alikuwa analala kaburini. Waiting for that day. Akisubiri siku hiyo. That time that is still future from our day. Siku ambayo ipo mbele kutoka katika siku yetu. How does Jesus describe his power over death? Je, Yesu anaeleza vipi kuhusu nguvu yake juu ya kifo? Let's read John 11 verse 25. Kitabu cha Yohana 11 mstari wa 25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Jesus declares, Yesu anatangaza, I am the resurrection. Mimi ndio huo ufufuo. I have the power to give life again. Niko na uwezo kupeana uzima tena. I am the source of life. Mimi ndiye chimbuko la uzima. And whoever believes in me yote anayeniamini will never die, hatawahi kufa, but will have eternal life. Japo ila atakuwa na uzima wa milele. Jesus has the power. Yesu ana uweza. Jesus has the authority. Yesu ana mamlaka over death. Juu ya kifo. We do not need to be afraid of death. Hatupasi kuogopa kifo. We do not need to be scared of death. Hatupasi kuogopa juu ya kifo. If we have given our lives kama tumepeana maisha yetu to Jesus Christ, kwa Yesu Kristo, our Savior, ambao ni mkombozi wetu, our Creator, ambao ni muumbaji wetu, and our God, ambao ni Mungu wetu. Amen. One of the most clear verses in the Bible fungu moja ambalo liko wazi zaidi katika Biblia that explains what happens at death ambayo inaeleza kinachofanyika mtu anapokufa is found in the book Ecclesiastes. Inapatikana kwenye kitabu cha Mhubiri, written by Solomon, kimeandikwa na Sulemani near the end of his life. Karibu maisha yake yakiisha. Ecclesiastes chapter 9, kitabu cha Mhubiri sura ya 9 verse 5 mstari wake wa 5 and 6 na mstari wake wa 6 tell us the following information. Inasema maneno yafuatayo: For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten.
also their love and their hatred and their envy is now perished. Neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun. I don't think the Bible could be more clear. Sijui kama Biblia inaweza kuwa wazi kushinda hivyo. The living know Walio hai wanajua that they shall ya die. kwamba watakufa. But how much do the dead know? Lakini wafu wanajua mambo mangapi? How much do they think? Wafu wanafikiria mambo mangapi? Nothing. Hamna. They have no reward. Hawana tena ijara. They have no love. Hawana tena mapenzi. They have no hate. Hawana tena machukio. No jealousy. Hawana tena wivu. Because they are just dead, Kwa sababu wamekufa. asleep in the grave, Wamelala kwenye makaburi until the resurrection. mpaka ufufuo. Some verses in the Bible Mafungu mengine katika Biblia can be challenging to understand. yanaweza kuwa yanachanganya kuelewa. But a principle for basic Bible study Lakini itikadi ambayo itakusaidia kujifunza Biblia is to use clear Bible verses ni kutumia mafungu yaliyo wazi kwenye Biblia to explain kuyaeleza and interpret na kuyafafanua more difficult Bible verses. mafungu ya Biblia ambayo yako magumu. This is a clear verse. Ili ni fungu ambalo liko wazi kabisa. It cannot be misunderstood. Haiwezi kuwa kwamba haieleweki. I repeat, Narejelea. the dead know nothing Waliokufa hawajui lolote because they are dead, manake wamekufa. which Jesus compares to a sleep, Na Yesu analinganisha hiyo na usingizi until the resurrection. mpaka siku ya ufufuo. In the last days, Siku za mwisho, one of Satan's greatest deceptions, mdanganyo mkubwa wa shetani, the Bible says in Revelation, Biblia inasema kitabu cha Ufunuo, is a teaching ni called fundisho spiritualism. ambayo inaita umizimu, spiritualism. Spiritualism Umizimu is the belief ni imani ya kwamba that there are no dead, kwamba hakuna watu ambao wamekufa, there is no death. hakuna kifo. That echoes the serpent Hiyo inatoa mwangwi wa sauti ya shetani way back in the Garden of Eden. nyuma kabisa katika shamba la Edeni. The belief that the dead don't die Imani ya kwamba waliokufa hawafi is a powerful deception ni uongo wenye mamlaka sana which the devil will use ambao shetani atatumia to deceive many people, kuwadanganya watu wengi, thinking they're dead friends, wakifikiri kwamba marafiki zao waliokufa, their dead family members wanafamilia wao waliokufa, are talking to them, wanazungumza nao, are communicating with them wana mawasiliano na wao from a different place. kutokea sehemu tofauti. But this is a deception. Lakini huu ni udanganyifu. The Bible says the dead know Biblia nothing. inasema kwamba wafu hawajui neno lolote. Does Satan have the power to deceive? Je, shetani anaweza kudanganya? Can Satan impersonate the Je, dead? shetani anaweza kuchukua hali na sura ya waliokufa? Let's read a stunning Bible verse. Tuangalie fungu pekee la Biblia, 2 Corinthians 11 Wakorintho wa pili sura ya and verse 11 14, mstari wake wa 14, and find out how deceptive the devil na is. tuweze kuona namna shetani ni mdanganyifu sana. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Did you hear that? Je, umesikia hiyo? Satan is transformed. Shetani mwenyewe amejigeuza, His appearance is changed mfano wake umegeuza, into a beautiful angel of light. amekuwa malaika wa kupendeza wa mwanga wa So nuru. that is powerful deception. Huu ni mdanganyo wenye uwezo sana. In the Old Testament, Katika Agano la Kale, Satan impersonated shetani alichukua nafsi the prophet Samuel ya nabii Samueli when King Saul wakati ambao mfalme Sauli went to go visit the witch of Endor. alienda kumtembelea mchawi kule Endo. It looked like Samuel. Ilionekana kana kwamba ni Samueli. His appearance looked like Samuel. Muonekano wake ulikuwa ni kama wa Samueli. His voice sounded like Sauti yake Samuel. ilikuwa ni kama ya Samueli. He talked like Samuel, Alizungumza kama Samueli, but it was not really Samuel. lakini hakuwa Samueli kwa kweli. Because the Bible had been clear Maana Biblia ilikuwa wazi ya that Samuel kwamba had died Samueli alikuwa and amekufa was dead. na alikuwa amekufa. So this is the work of Satan, Kwa hivyo hii ni kazi ya the shetani, work of the deceiver, kazi ya huyu mdanganyifu, to turn people away from God awatoe watu kwa Mwenyezi Mungu and turn them away from His Word na awatoe kwenye neno lake, to listen to seducing spirits ili asikie roho zinazodanganya and doctrines of devils, na mafundisho ya shetani, teachings of devils. mafundisho ya shetani. But when we study the Bible carefully, Tunapoangalia Biblia kwa umakini, we are protected from this error. tunakingwa
tumefungwa na madanganyifu haya. We are not deceived Hatuwezi kudanganywa because we believe and take God kwa at His word. sababu tunaamini na kulitegemea neno la Mwenyezi Mungu. Now someone might say, Mtu anaweza kusema, what about the noises I hear in my house at night? na zile kelele ambazo nasikia kwangu usiku, I think it's one of my dead family members. anafikiri labda ni jamaa yangu ambaye alikufa. Let's go to Job chapter 7, Kitabu cha Ayubu sura ya 7 verses 9 and 10. mstari wa 9 na mstari wake wa 10. Some people believe that a house can be haunted Watu wanaamini ya kwamba nyumba inaweza kuvamiwa after someone dies baada ya there. mtu kufa hapo. But is this true? Lakini je, ni kweli? Let's find out. Hebu tuangalie katika maandiko. As the cloud is consumed and vanished away, so he that goeth down to the grave shall come up no more. He shall return no more to his house, neither shall his place know him anymore. So the person who dies, Mtu ambaye amekufa, the Bible plainly says, Biblia inasema kwa wazi, goes down into the grave anaenda chini kwenye kaburi and does not go back to his house na hawezi kurejea kwake nyumbani or wherever he lived. ama popote anapoishi. The Bible is clear. Biblia ipo wazi The dead are dead. kwamba waliokufa wamekufa. So if we hear noises Ukisikia kelele or whisperings or voices, ama minong'ono ya sauti, that's not our dead relatives. hao si jamaa wetu waliokufa. It's the power of Satan Ni uweza wa shetani to deceive wa kudanganya and distract us ili kwamba uweze kupotezea dira from God. kutoka kwa Mwenyezi Mungu. And we should pray Na tunapaswa kuomba for God's protection. ili Mungu atulinde. The Bible says in Psalm 34, Biblia inasema kitabu cha Zaburi 34 verse 7, mstari wake wa 7, the angel of the Lord malaika wa Bwana encamps round about hufanya kituo those that fear God wale ambao wanamcha Mungu and delivers them. na huwa anawaokoa. Do you Amen. think we should claim that verse? Tunapaswa kudai ahadi ya fungu hilo. God's holy Kwamba angels malaika watakatifu wa Mungu protect from Satan wanatulinda kutoka kwa and shetani his fallen angels. na wale ambao wameanguka malaika wa shetani. And the Bible Na says, Biblia inasema if God is for us, kama Mungu yu upande wetu, who can be ni against us? nani atakayetupinga? God is greater, Mungu ni mwenye more nguvu, powerful anaweza zaidi than any of Satan's deceptions. zaidi ya madanganyo yote ya shetani. But we must stay close to our Bibles Lakini lazima tuwe na ukaribu wa Biblia and zetu. pray to God for wisdom. Tumwombe Mungu kwa hekima yake. Remember the Bible says Kumbuka Biblia inasema in Isaiah 8 verse 20, kitabu cha Isaya 8 mstari wa 20, to the law and to the na testimony, waenende kwa sheria na kwa ushuhuda, if they speak not according to this kama word, hawasemi sawasawa na neno hili according to the word of God, kulingana na neno la Mwenyezi Mungu, it is because ni kwa sababu there is no light in them. hakuna nuru ndani yao. Light is a symbol for truth. Nuru ni ashirio ya kweli. No truth in them. Hakuna ukweli ndani If they yao. contradict the Kama Bible, wanakinzana na Biblia, we can safely conclude tunaweza kusema kwa ukweli this is not from God. hili halitoki kwa Mungu. This is a deception from Huu Satan. ni madanganya ya shetani. In the last days, Katika siku za mwisho, the devil is especially going to be deceptive. shetani atakuwa mdanganyifu sana. We are living in the last days. Tunaishi katika siku za mwisho. Do you believe that? Je, unaamini hiyo? Jesus is soon to come. Yesu anakuja hivi We karibuni. must be wide awake, Lazima tuamke. spiritually awake. Lazima tuamke kiroho. Let's read Revelation 16 Sikia kitabu cha Ufunuo sura 16 and verse 13 mstari wake wa and 13. find out about a deception in the last days. Tuangalie kuhusu madanganyo ya of siku Earth's za history. mwisho katika historia ya ulimwengu huu. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. To gather together Ili aweze kuwakusanya pamoja for the great battle kwa vita vikuu at the end of time, katika siku za mwisho, the battle of Armageddon, vita vya Armageddon, the final battle vita vya mwisho when Jesus comes, ambapo Yesu atakapokuja, between those who follow kati God ya wale wanaomfuata and Mungu those who follow wale Satan. ambao wanamfuata shetani. And it says the devil works Na inasema kwamba shetani anafanya kazi through
spirits. kupitia roho tatu za uchafu. An unclean spirit Na roho hizi za uchafu are fallen angels. ni malaika wale walioanguka. Did you notice how many unclean spirits? Je, umeangalia roho tatu ngapi? 3. Tatu. Ziko tatu. How many angels does God's message at the end of time have? Je, ujumbe wa mwisho wa malaika wa Mungu ni ngapi? 3 angels message. Ujumbe wa malaika watatu. Revelation 14. Ujumbe wa malaika sura ya Ufunuo To prepare 14. God's people Kuandaa watu wa Mungu to be ready when he comes. wawe tayari anapokuja kwa mara ya pili. Satan tries to counterfeit God Shetani anajaribu kufanya mapinduzi katika and Mungu deceive people. na ili kwamba adanganye watu. And one of the main ways Na njia moja kubwa is through spiritualism. ni kupitia umizimu. The belief that the dead are not dead. Imani ya kwamba waliokufa hawajakufa. But that is not what the Bible teaches. Hivyo sivyo Biblia inavyofunza. Let's read the last part of the third angel's message. Tuangalie sehemu ya mwisho ya ujumbe wa malaika watatu. Biblia kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari ule wa 12. Revelation 14 Ufunuo and verse 14 12. mstari wa 12. This is go ahead. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Amen. The word patience, neno hili subra, could better be translated inaweza kutafsiriwa endurance. kama uvumilivu. They endure the deceptions of Satan. Walivumilia madanganyo ya shetani. They endure the hardships. Walivumilia wakati mgumu. All the distractions of the world. Kila kitu ambacho shetani anajaribu kutoa dira kwao. They follow God. Na waliamua kumfuata Mungu. And the Bible says, na Biblia inasema kwamba they have the faith of Jesus. Wana imani ya Yesu Kristo. Faith is always imani kila wakati based on the word of God. Inajitegemeza kwenye neno la Mwenyezi Mungu. So God's people at the end of time, kwa hivyo watu wa Mungu siku za mwisho, are standing faithfully, wanasimama kwa uaminifu on the word of God, juu ya neno la Mwenyezi Mungu, which is truth. Ambao ni kweli. Buy the truth and sell it not. Inunue kweli na wala usiweze kuiuza. That's today, Proverbs 23:23. Kitabu cha Methali 23:23. And it doesn't cost physical money. Na haihitaji pesa za kawaida. It just costs our willing heart. Inataka moyo unayotaka. Willing to follow. Moyo unaotaka kufuata. Willing to listen. Moyo unaotaka kusikiliza. Willing to obey. Moyo unaotaka kutii. Whatever God says. Lolote ambalo Bwana analisema. In his word. Ndani ya neno lake. So when will the righteous dead be resurrected? Basi waliokufa watafufuliwa lini watakatifu wa Mungu? This is a glorious verse. Hili ni fungu lililo tukufu sana. 1 Thessalonians. Kitabu cha Wathesalonike ni wa kwanza. Chapter 4. Sura yake ni 4. And we'll notice together. Tutaona pamoja. Verses 15 through 18. Mstari wa 15 hadi mstari wa 18. When will the resurrection of all the dead? Ufufuo utafanyika lini? Let me qualify. Wacha niweze kuiweka vizuri. The righteous dead. Waliokufa walio wenye haki. The wicked dead, wale ambao ni waovu waliokufa, will have a different resurrection, watakuwa na ufufuo tofauti. And we'll learn about that, na tutajifunza hiyo at a later presentation this week. Baadaye katika juma hili. So come back and invite a friend. Kwa hivyo njoo tena na ualike rafiki. Invite 2 friends. Alika marafiki wawili. Okay, let's read. Soma sasa. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then Amen. We which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. For the Lord himself, manake Bwana mwenyewe, that's Jesus Christ, ambao ni Yesu Kristo, shall descend, atashuka, come down from heaven, atatoka kutoka mbinguni, with a glorious shout, na mwaliko specially, with the voice of the archangel, na sauti ya malaika mkuu, and the trumpet of na God, parapanda ya Mungu. And at that moment, na wakati huo, then the dead in Christ, waliokufa katika will Kristo, rise first, watainuka kwanza. And those of us who are still alive, sisi ambao tutakuwa hai, who have not died, ambao hatujakufa, will be caught up together with them, tutakutanishwa pamoja nao, to meet Jesus ili Christ, tumlaki Bwana in the air, mawinguni,
And then what did the Bible say? Biblia inasema nini? We shall ever, Alafu tena inasema milele, forever, na milele, forever, milele, be with the Lord. tutakuwa na Bwana. And that will be glorious. Na itakuwa ni utukufu wa kipekee. I want to be there. Nataka niwe hapo. I want to stand faithful for God. Nataka niwe mwaminifu kwa Mungu. On the platform of truth. Katika msimamo mzuri wa kweli. His holy word. Ambao ni neno lake takatifu. Has this message been clear tonight? Je, ujumbe huu umeeleweka vizuri jioni hii? No. Amen. 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 I want to make a simple closing appeal. Nataka nifanye mwito mdogo jioni hii ya kipekee. Jesus Christ came. Yesu alikuja to give eternal life to ili apeane uzima wa milele. The Bible says we all have sinned. Biblia inasema sote tumefanya dhambi. We all are subject to death. Sote tunapaswa kufa. But Jesus offers us life. Lakini Yesu anatupatia uzima. Eternal life. Anatupatia uzima wa milele. And even on this earth, na hata katika ulimwengu huu, life more abundantly. Uzima ambao umezidi sana. John chapter 10 verse 10. Kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10. Jesus says, Yesu anasema, I am come nimekuja that they might have life ili wawe na uzima and have it to the fullest extent. Tena wawe nao tele zaidi. Have it more abundantly. Wawe nao tele zaidi. That's what he wants for you and for me. Yesu anataka kwako na kwangu. We don't have to fear death. Hatupaswi kuogopa kifo. We don't have to be deceived about hatupaswi death. Kudanganywa kuhusu kifo. Jesus himself promises, Yesu mwenyewe aliahidi, he that believeth in me, yeye atakayeniamini shall never die. Hatawahi kufa. And then the question comes to you and me. Alafu swali linakuja kwako na kwangu. Jesus is asking this question. Yesu anauliza swali hili. In John 11:25. Kitabu cha Yohana 11:25. Do you believe this? Je, unaamini hili? Believest thou this? Je, unaamini hili? So do you believe the words of Jesus? Je, unaamini maneno ya Yesu Kristo? If you have given your heart to him. Je, umepeana moyo wako kwake? Given your life to him. Je, umepeana maisha yako kwake? It comes from him anyway. Inatoka kwake hata hivyo. Then you have the assurance. Lakini wewe una uhakika, you have the guarantee, uko na hakikisho of eternal life, ya uzima wa milele, with him forever, na yeye milele, and ever and ever, milele and ever. Na milele. God bless you. Mungu awabariki. And may we live na tuishi to follow Jesus, kumfuata Yesu, who is the source of our life, ambao ndiye chimbuko la uzima. Amen. 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 Basi mchungaji Fadhili anapopanda kibweta sasa, unapolitafakari neno la jioni hii, ukumbuke ya kwamba Bwana anataka hatimaye kama tutalala, tulale mikononi mwake, ili asubuhi ile njema watakatifu watakapoamka, watakapoondoka huru makaburini, watakapokusanyika makaoni kule juu, majina yatakapoitwa na jina lako pia liwepo. Bwana asifiwe sana. Amen. Nami napenda kufunga hotuba hii jioni ya leo pamoja nawe, ndugu, kaka na dada ambao mnasikiliza kutoka mbali, wale ambao mko hapa, na kila mmoja ambaye amepata wakati mzuri mtandaoni. Ni ukweli usiopingika kwamba shetani ameleta dini ya umizimu, na usipoangalia dini hii imeingia kwenye makanisa sasa, na imeenda katika madhehebu mbalimbali sasa. Na shetani anachotaka tuweke matumaini yetu, na hata tufike hatua ambayo tutaamini kwamba mtu akiwa amekufa bado anaweza kuwa na nafasi ya uhai. Na tunapoenda kuomba jioni ya leo, ninatamani tena kurudia ya kwamba Biblia imeweka wazi, inasema lolote mkono wako upatalo kulifanya, na ulifanye kwa moyo, maana hakuna kazi huko kuzimu uendako wewe. Nami natamani kabla hatujaomba nikuambie wewe ambaye unatembea barabarani, wewe ambaye unasikia nyumbani, wewe ambaye uko kwa bodaboda, wewe ambaye uko mahali fulani umekaa umetulia, na hata ambaye uko mtandaoni, ya kwamba ninataka nikukumbushe ya kwamba mwanadamu unayo nafasi ya kumrudia Kristo wakati wa uhai wako, wakati unapumua. Hakuna padri, hakuna yeyote, papa,
hakuna shehe, hakuna imam, hakuna mchungaji, hakuna kiongozi wa dini atakayeweza kugeuza historia ya maisha yako. Hivyo fanya maamuzi yako leo. Tunapoenda kuomba, nikupatie fungu moja tu, nalo ni Ufunuo, the book of Revelation 14 verse 13. The book of Revelation 14 verse 13. Biblia inasema, hebu nenda pale 14:13. 14:13 inasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema. Andika. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Hebu rudia fungu hilo vizuri. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema. Biblia inasema nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema. Andika. Heri wafu wafao katika Bwana. Heri wafu wafao katika nani wapendwa? Katika Bwana. Bwana. Tangu sasa. Naam. Asema Roho. Anasema Roho. Wapate kupumzika baada ya taabu zao. Wapate kupumzika baada ya taabu zao zote. Kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kwa sababu matendo yao yanafuatana pamoja nao. Nami natamani, hebu lisome fungu hilo kwa Kizungu tunapoweka hitimisho letu. Natamani mtu mmoja aondoke na jambo fulani hapa tunapofunga mikutano hii. And I heard a voice from heaven saying unto me, yes, write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yeah, said the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Napenda sehemu hii ambapo kuna maneno mawili tu ambayo yanafanya tuombe jioni ya leo. Jambo la kwanza, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Heri mimi na wewe tutakao mchagua Bwana, na mauti ikija itukute katika upande wa Bwana. Amen. Lakini jambo la pili, matendo yao yanafuatana pamoja nao. Sasa na mimi najiuliza, na hebu na wewe pia jiulize, hata kama wewe ni kiongozi wa dini au wewe ni muumini wa dhehebu fulani, kama heri wafu wafao katika Bwana, manake huyu anayekufa katika Bwana ni mtu ambaye ameishi katika Bwana. Hiyo ndio hoja ya msingi. Lakini hoja ya pili, matendo yake yanafuatana pamoja na yeye. Na mimi najiuliza, kama mtu huyu amekufa kwenye pombe, mchungaji gani huyu anapoteza muda kwenye ibada ya mazishi, anatamani kugeuza matendo ya mlevi ambayo yamefuatana naye? Kwa amekufa akiwa mlevi, matendo yake yamefuatana pamoja naye. Huyu mchungaji anaweza kutupatia Biblia nyingine ambayo inasema kwamba anaweza kuyageuza matendo yaliyofuatana na huyu mtu aliyekufa. Jioni ya leo natoa wito wa hadhara, na ninasema na kila anayesikia, mchague Yesu siku za uhai wako. Amen. Mchague Yesu ukiwa na akili timamu. Amina. Mchague Yesu leo, usije ukasubiri maombi yatakayofanya ukiwa umekufa, maana matendo yako yatafuatana pamoja na wewe. Amen. Ngoja nikwambie kauli nzito kidogo. Kanisa la Waadventista wa Sabato linaweza kufanya chochote wakati wa uhai wako, ila halina uwezo wa kufanya chochote unapokuwa umekufa. Na manirudie, kanisa hili linahubiri kwamba wachungaji, wazee wa kanisa,
viongozi wa dini wanaweza kufanya chochote kwa ajili ya wokovu wako ukiwa hai, lakini halina mamlaka kibiblia kufanya chochote kwa ajili yako unapokufa. Na huo ndio ukweli wa Biblia. Wangapi jioni ya leo wanasema, Yesu nisaidie? Natamani nikuchague wewe, ili hata kama nikikutwa na mauti siku moja, heri mimi nitakayekufa katika Bwana, maana matendo yangu yatafuatana pamoja nami. Ikiwa unamchagua Yesu leo tena, kwani usisimame mahali ulipo? Kwani usisimame? Weka wimbo kidogo. Wasafiri, wasafiri wote watapumzika. Yesu anaporudi tena, anakuja upesi. Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao, alisema dhahiri, nitakuja tena. Amina na uje, e Bwana. Yesu anakuja. Yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri, wasafiri Yesu anakuja tena. wote watapumzika. Yesu anaporudi tena, makaburi, makaburi yote Wafu wanapolala yatafunguliwa tena. Mamilioni pale wataondoka tena, wasione machozi yake. Yesu yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika. Yesu anaporudi tena, Hatutatengana na hao tena huko. Nyimbo nzuri tutaimba. Watakusanyika toka kila kabila, mbinguni pa Bwana kondoo. Yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika. Yesu anaporudi tena. Haleluya, amen. Haleluya tena. Upendo wake utashinda. Tutamsifu milele, hata tutashangaa jinsi alivyotukomboa. Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika. Yesu anarudi tena. Ninayo habari njema. Biblia inaeleza katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 ule mstari wa 51 kwenda mbele kwamba Yesu atakapokuja, waliolala katika Bwana watafufuliwa kwanza, na walio hai hawatawatangulia waliokufa, bali wote kwa pamoja wataunganika wakimlaki Bwana hewani. Na Biblia inasema heri wale ambao
watakuwepo kwenye ufufuo wa kwanza, ufufuo wenye haki. Na jioni leo nimekupa tu changamoto kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, na matendo yao yanafuatana pamoja na wao. Na ukishaelewa hili, utamwambia Bwana, ninaomba mwisho mwema nimalize pamoja na wewe. Amen. Na naomba niulize swali hili, katika mvua kidogo inaonyesha. Je, kuna mtu ambaye bado ameshika moyo wake, hataki kuyatoa maisha yake? Maana leo tumeambiwa wazi hapa kwamba mwili ulio nao kinachoupa thamani ni pumzi ya Mungu. Na kama hiyo pumzi ambayo unatembea nayo, unalala nayo, unasafiri nayo, unapuuza, ndio ile Biblia inasema kosa kubwa hili la kumkufuru Roho Mtakatifu. Natamani ikiwa umekuja ukiwa na nia ya kujitoa kwa ajili ya ubatizo, hebu rafiki yetu nyosha tena mkono, yuko pale. Ninaomba hata katika mada kubwa kiasi hiki, utaenda pale, uandike jina lako, uweke maisha yako tayari. Watu tunatoa wito asubuhi na jioni, lakini jioni ya leo nenda ukaandike jina. Maana maisha yetu na ujanja wetu baada ya siku zote, kama tutakufa, ninatangaza waziwazi, ujanja uliobaki ni kufa katika Bwana. Huo ndio ujanja uliobaki. Bwana atusaidie. Unaweza ukapeleka majina yako pale. Rafiki yetu yuko pale daima na atasogea kwenye meza hapo. Andika jina la rafiki yako, mpenzi wako, mume wako, na maanisha mke wako, watoto wako, marafiki zako. Maana tunachong'ang'ana ni kwamba akija tuko hai au tumekufa, matendo yetu yafuatane pamoja na sisi. Hebu tuombe sasa. Tunaomba. Mfalme wa amani, Baba na Mungu wetu, wewe ambaye unatupenda, wewe uliyetufia, wewe uliyetuokoa, wewe ambaye umetununua kwa bei ya thamani, tumejua neno moja, kwamba sisi ni mavumbi ya ardhi tu ambayo yamejazwa pumzi yako, na kwamba kila tunapokwenda pumzi ya Mungu iko pamoja na sisi. Iwe tumelala, pumzi yako iko na sisi. Iwe tunaamka, pumzi yako iko na sisi. Popote tuendako, pumzi yako iko na sisi. Ni neno la matumaini kiasi gani unaongea kwa sauti kubwa kupitia kwetu. Unamwambia hata yule mzee mlevi pale kwamba hata pombe aliyokunywa amekunywa akitumia pumzi ya Mungu. Unawaambia wale ambao wamejaa katika uchafu wa dunia, wanaoenda kwenye vyumba vya wageni wakifanya matendo mabaya ya kingono, wanaingia wakitumia pumzi ya Mungu. Dhambi hizi tunafanya, matendo mabaya haya tunafanya, lakini umetuambia waziwazi tunafanya tukiwa mavumbi ya ardhi na pumzi ya Mungu. Ninakuomba Baba wa mbinguni, Roho wako Mtakatifu akagonge kwa bodaboda, akagonge kwenye maduka, akagonge kwenye nyumba za watu, akagonge kwa waliokuja hapa. Roho wako Mtakatifu akapige kengele, akapige kengele, akituambia baada ya somo hili na baada ya kujua wafu wako kaburini, utakuja kutuchukua siku moja kama tukiwa hai au tumelala. Ila unasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Ninaomba kwa ajili ya kila mmoja aliyesikia somo hili, maana unatuambia
wafu hawajui neno lolote, ila walio hai wanajua kwamba watakufa. Unatuambia tena, lolote mkono wetu unaopata kulifanya, tulifanye kwa moyo, maana hatujui na hatuelewi. Baada ya kifo hatuna ishara tena, kumbukumbu limepotea. Msaidie huyu dada afanye maamuzi ya ubatizo leo. Msaidie huyu kaka afanye maamuzi ya ubatizo leo. Msaidie yule mzee, yule mama, yule mtu fulani ambaye amekaa kwenye bonde kwa muda mrefu. Tuambie kwamba kulingana na Korinto wa pili 6 fungu la 2, siku iliyokubalika ya wokovu ni sasa na wakati ni leo. Baba, usimruhusu mtu akaondoka akiwa hajaandika jina kwa kuyatoa maisha yake mbele zako. Nasi tuliobatizwa siku nyingi, na hata tuliobatizwa karibuni, naomba wote kwa pamoja utuandae kwa furaha ya milele. What a day that will be. Itakuwa ni siku ya namna gani wakati mfalme na mwokozi wetu utakapokuja, na kifo kitashindwa, kifo kitamezwa, adui kifo atakoma. Wapendwa wetu waliolala, mama zetu waliolala, baba zetu waliolala, nyanya zetu waliolala, babu zetu waliolala, kila mpendwa aliyepotea, watoto waliolala, utawafufua kwa pamoja. What a day that will be. Tunasubiri hiyo siku kwa hamu, ila tusaidie katika uhai wetu, tuiandae maisha yetu kwa uzima wa milele. Mbariki Pastor Brian, mbariki Evangelist Robinson, mbariki Mama Rose, bariki kila aliyekuja hapa. Bariki kwaya ya Magena, Celestos, wengine wote waliofika hapa, kila kwaya, Heaven Targeters, viongozi wetu, kila mmoja apokee baraka zake. Na jioni ya leo tuondoke na tumaini hili ya kwamba unakuja na kifo kitakoma. Na tafakari iwe hii, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Bariki watu wajitoe, watie moyo. Acha tuondoke tukiwa tumebarikiwa. Ikiwa kuna mtu alikuja na jaribu lolote, shida yoyote, mpe majibu katika moyo wake, mdhibitishie muujiza katika moyo wake. Wagonjwa wapone, walioshikwa na nguvu za giza wapone, kila mtu apone. Acha tuondoke tukisema tumekutana na Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen and amen. Bwana awabariki. Karibuni tena kesho asubuhi, alfajiri kama kawaida. Wale wanaohitaji ubatizo, mwandishi yuko pale. Nenda fanya wajibu wako kwa Bwana wako. Bwana awabariki sana. Tuna watu wengi wa kubatiza. Wewe tu umebaki, fanya maamuzi leo. Bwana awabariki tena na tena. Karibuni kesho kwa neema ya Bwana. Asante mtumishi wa Mungu. Mungu akatubariki. Kesho ni Daniel's Memorial. Daniel's Memorial nitakuwa on duty. Asante pastor, tunamshukuru Mungu tena kwa siku ya leo. Kenyenya Camp Centers members, kanisa camp, Kenyenya Camp Centers members wabaki nyuma kwa muda. Motigale maigalende muna mwaigule Kenyenya Camp Centers muirane magega kamuranje timogenda. Asante kwa kina mama wale mnaoendelea kufika kwa mkutano. Ninawaombea kabisa, muambie wengine, ita hata wenye sio wa Adventista wakuje kwa ajili ya mafundisho. Usiche ukakuja peke yako, tafadhali mupitie jirani yako, mpitie rafiki yako, mwambie kuna jambo kuu, mambo ya kina mama na mahubiri makuu ambayo yanatuandaa kwa kurudi kwake Yesu mara ya pili. Kwa hivyo ninakusii kila mmoja tunapoelekea nyumbani tuwe na maombi ya kimoyomoyo kwa ajili ya tukio hili kuu ambalo liko hapa Kenyenya Stadium,
na liko hapa kwa ajili yangu na kwa ajili yako na kwa ajili ya familia nzima na marafiki zetu. Kwa hivyo tuchukue wakati mzuri, tuwaandae, tuwakaribishe ili nao wakakate kauri, kwa sababu Yesu anarejesha ufalme wake. Kila mmoja, Mungu atubariki tunapoelekea, lakini tuite wengi wache kwa tukio hili ambalo ni tukio la kipekee. Pengine hatutakuwa hapa Kenyenya siku nyingine. Mungu ametupa wakati huu, ametupa wiki hizi 2, sote tujiandae. Kwa hivyo usiche ukapaki nyuma. Wale tuko kwa bodaboda, wale tuko kwa maduka, wale tuko machumbani mwetu, wale tunaoangalia runinga, Mungu akatubariki sote kwa pamoja, tufanye uamuzi wa kweli, kwa sababu Kristo anarejesha ufalme. Mungu akatubariki kwa jina la Yesu. Biamono. Makanisa ya Kenyenya Kambi Center yabaki nyuma, wote wabaki nyuma ili kuandaa shughuli za Jumamosi. Makanisa ya Kenyenya Kambi Center wakutane ili wajiandae kazi ya Sabato. Alafu kesho kanisa ambayo itakuwa on duty ni Kenyenya. Ni Daniel's Memorial ndiye itakuwa on duty tomorrow. Then today ni Nazareth. Kesho visitation itakuwa Nazareth. Kwa hivyo mkutane nanyi, muambiane mtapangaje hiyo shughuli ya visitation. Kwa hivyo msiende kabla ya kufanya hayo. Biamona sengecho waliberure bilogo kimoranche mambia tugweta yore list ya bilogo elinde tobange bilogo ibicho ni Friday. Bilogo bicho ni Friday kwa minajili ya mkutano mkubwa wa siku ya Jumamosi, siku ya Sabato. Matangazo ya kipekee ambayo yanazidi kurushwa siku ya Sabato na wazee wa kanisa hapa maeneo ya Kenyenya. Hii imekuwa ni kongamano kubwa tu ambayo tunazidi kumjadili Yesu hapa maeneo ya Kenyenya, ambapo tunazidi kujifunza dalili na ishara za kurejea kwa mara ya pili wa mwana wa Mungu Yesu Kristo, ambaye aliweza kutufia pale mtini Calvary. Kongamano hili ambalo linaenda kufika kilele chake juma hili ama tarehe 30 mwezi huu, ambapo ndipo kilele cha huduma hizi zote zitakuwa zinakukujia. Hii imekuwa ama inazidi kuwa ni Get the Point Media, ambao tunazidi kurusha hewani kila tukio, kila kifungu, kila wimbo ambao unaoimbwa na kila himizo ambalo linatolewa kwa wakazi wa maeneo haya ya Kenyenya, na kwako wewe ambao unaofuatilia kila dakika, sekunde na nukta pale mtandaoni. Leo hivi waimbaji wageni wa kwaya ya Celestial waliweza kufika maeneo haya na kubariki na nyimbo zao. Vile vile walifika waimbaji wa Magena Gospel Workers ambao walizidi kutubariki na nyimbo zao. Hata vile walikuja kwa nyingine tena nyingi, wamekuwa Kenyenya Main, wamekuwa Kenyenya Central, wamekuwa Daniel Memorial, wamekuwa wakija wale wa Keberesi Choir, wanazidi kutubariki vijana wa KCC Central na vijana wa maeneo haya. Asubuhi kesho jinsi imekuwa kila asubuhi ya saa 11 asubuhi tunasimama kwenye kesha la asubuhi morning devotion ambayo inakimbia hadi mida ya saa 12 asubuhi na nusu. Kisha tunatawanyika kwa makundi. Kuna Vocational Bible School ambayo ipo pale Kenyenya Main, ambapo watoto wetu wanazidi kufunzwa na walimu wao. Tupo na kikundi cha vijana ambao wanazidi kubarikiwa pale Kenyenya Secondary School, na wale wote ambao wanafika pale wanazidi kubarikiwa. Vile vile akina mama wote ambao wanafika pale kwenye Kenyenya Junior School wanazidi kubarikiwa na mafunzo yao. Hapa kwa Get the Point Media nasi tumeweza kujitia sana bidii ya kuhakikisha kwamba kila tukio, kila kipindi kinafika kwako mpendwa. Kwa hivyo basi, ikiwa basi unataka kufanya kazi na wana Get the Point Media, waandikie ujumbe kwenye email ile ya getthepointmedia
Point Media ambayo ni getthepointmedia@gmail.com. Pale ndio utawapata. Vile vile kwenye nambari ya simu ni 0724452216. Pale unaweza kuwapata. Get the Point Media ni And he said unto them, Go ye into all the world and preach the spread God's good word to the entire world through social media. Get the Point Media wapo kwenye YouTube kama Get the Point Media social handle. Facebook ni Get the Point Media. TikTok ni Get the Point Media. Kumbuka kwamba hotuba hizi vile vile zinarushwa sawasawa kwenye YouTube channel ya waimbaji wa Heaven Targeters. Mida hii basi ndipo tumefika kikomo ama mwisho wa siku hii ya leo, na mimbarani alikuja mtumishi wa Mungu Madam Rosemith Shati ambaye anazidi kutubariki na kaya na familia. Siku ya leo kipindi chake kilikuwa na mada ya jinsi ya kuishi na wakwe ama watu wa ukoo tofauti tofauti. Kisha alisimama mtumishi wa Mungu Robinson Otieno kwenye kile kipindi cha uchanganuzi wa Biblia, na leo alijikita kwa mada ile ya kutufunza dalili za kujua dhehebu ya ukweli. Na vile vile ametoka mimbarani mtumishi Brian Handman wa kanisa la Greensboro SDA la North Carolina, ambaye amejikita na kichwa cha somo linalosema wafu ama sehemu ya wafu katika maisha. Kisha amemaliza mtumishi Fadhili Samuel Uboa kutokea taifa la Tanzania akipiga mkazo kwenye somo la siku hii ya leo. Waimbaji wa Heaven Targeters na wanazidi kutubariki na nyimbo zao. Karibu maeneo ya Kenyenya mjini tukaweze kumjadili Yesu, tuweze kujifunza dalili ya kuja wa Yesu Kristo mara ya pili, na get the point, you take a step forward. Kwa heri kwa sasa, tukutane hiyo asubuhi kwenye kipindi cha kesha la asubuhi. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to